Waziri wetu mpendwa CS Profesa Kindiki, Mheshimiwa Ngogoyo, waheshimiwa wote ambao wako hapa na serikali yote, naona kiraoni imejaa. Tusalimiane sisi wote. Bwana asifiwe. God is good all the time. Asante sana Mheshimiwa waziri wetu, mimi nachukua nafasi hii kukukaribisha wewe hapa Kajiado. Hapa ni nyumbani kwako. Sio siku moja, sio mara ya kwanza, sio mara ya pili umekuja hapa. Na leo hii ni siku muhimu sana kuja commission kazi hii ambayo imefanywa na rafiki yangu Mheshimiwa Ngogoyo. Kwa hivyo mimi nasema pongezi sana. Hii police station ndio inaserve Kajiado North na Kajiado West kama OCS. Hapa ndio kila mtu ukuja. Kwa hivyo ni usaidizi mkubwa sana. Pongezi sana kwa kazi hii mzuri. Naona pia umechunga machief Olosrutia, ambaye kuna Olosrutia Kajiado North na kuna Olosrutia Kajiado West. Hapa tu Kiserian tuna share. Nusu ya Kiserian ni ya Kajiado North ya Mheshimiwa Ngogoyo. Half of the town iko katika Kajiado West. Kwa hivyo tumeshare mambo mengi sana na mpaka kule katika mlima. Mheshimiwa, hapa Kajiado North ambaye tuko is the mother of Kajiado North, Kajiado West, Kajiado East, ambaye sisi sote wakati ya Professor Saitoti alikuwa ameshikilia hapa yote. Na hiyo constituency yangu kuanzia hapa, kwa sababu ni just some step, inatoka hapa Magadi mpaka Lake Natron, karibu na Manga, Torosei. Hiyo maduka yote ingine ya Susua iko kwangu. Kule katika mpaka Mosiro, pale ambapo tumeenda pamoja na rais wa Mosiro wakati wa campaign. Kwa hivyo tunakukaribisha sana. Ya mwisho kabisa, mimi nakushukuru sana kwa sababu nimekueleza mambo ya Lang'ata Uas sub county, na najua hivi karibuni utakuja huko kuja commission. Tayari it is gazetted. We have a number of division, we have a number of sub location and sub location which were gazetted. Inataka tu operationalize kutoka kwako. Na malisia, nakumbuka sana tukitoka Oletoktok na rais Dr. William Ruto, nikakuuliza tumesukuma hii sabu kabisa, iko namna gani? Kwa sababu wewe ni profesa na hawa watu wanajaribu kutufinyilia ile serikali ya ambayo ilikuwa ana haja na watu. Kaniambia hii sabu imekwisha, hesabu hii imekwisha. Kwa hivyo tafadhali, wale ambao wanakaanga kando ya serikali na wanapenda mambo ya maandamano na kuharibu mali ya watu, Profesa Kindiki ni mtu wa amani katika serikali hii ya William Ruto. Mimi ninaomba, kwa sababu hii serikali ni watu ambao wanaomba Mungu na ni watu wa kanisa. Ukiharibu mali, mtaonana na Kindiki. Msitulaumu sisi. Kwenda kuharibu mali ya watu, yale ambayo ilifanyika jana, hiyo sio maandamano, ni madharau, ni wizi ya mali ya watu, na watu ambaye baadaye hata wanajifanya wabunge wengi ambaye hata walikuwa kule ndani, alafu kesho kutwa wanakuja katika maofisi kusunguka katika hizo maofisi. Muwakasie. Hakuna haja ya pesa alafu unaharibu
alafu kesho unakimbilia hiyo ofisi ya Profesa Kindiki, unakimbia kwa William Ruto, unakimbia kwa education kutafuta usaidizi, ukidhulumu ile serikali ambayo yuko. Pesa iwekwe pahali ambapo iko, lakini wale ambaye yote tafadhali wafinyilie bila huruma. Finja hao wafinywe kabisa. Asante sana, sina mengi ya kusema. Huyu kijana tumekuwa na yeye katika miaka mingi sana na amefanya kazi. Kwa hivyo asante sana, na tuendelee. Na vile vile hata chama tuendelee, tujenge chama hii Kenya Kwanza ambayo iko na huruma na Wakenya. Tunajua ni wakina nani ambaye wanasponsor watu wakuje jana. We know the sponsors. We know the sponsors. And we will deal with you kwa njia yoyote ile. Na tutakutoa pahali ambayo huko, hata kama kwa bibi yako. Asante sana. Unajua Mheshimiwa Sunguya ako na uzoefu wa siasa. Unajua Sunguya, mimi nilikuwa napima maneno sababu mimi naogopa hapa tuko kwa polisi, mambo isiumane. Sasa mimi naona Sunguya anataka kuweka hiyo, lakini huyu ni kiongozi wetu. Thank you very much. Deliberately waziri, nimechelewesha kijana ako hapa mwenzangu mbunge akuja azungumze, mbunge wa Kajiado South. Huyu kijana anaitwa Parashina, alichaguliwa kwa chama ya ODM. Na tumekuwa na yeye, ni rafiki yangu. Lakini yeye ni baadhi ya wabunge ambayo wamesema kiongozi akikaa kwa kiti ni kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na yeye anafanya kazi na serikali. Na nilikuwa nimepima ile siku rais alikuwa 70%. Leo ameenda 90%. Huyu mbinguni anaweza enda. Karibu sana Mheshimiwa Parashina. Aweze pia kuzungumza kwa kifupi. Huyu ndio mbunge wa Kajiado South. Karibu sana. Ya waziri wetu wa usalama Profesa Kindiki, viongozi ambao wamealikwa wote ambao wako hapa, na wananchi. Bwana Yesu asifiwe. Nisalimie hivi kama unaniona. Si Kajiado kuna amani? Si tuna amani ya Mungu? Na mali tunalinda. Kwa hivyo hata tunataka kusema kwamba waziri, tunataka kuchukua nafasi hii kwanza kukaribisha kabisa. Karibu Kajiado County, na tunasema tumeshukuru. Mheshimiwa Onesmus Ngokoyo, nasema asante pia kwa mradi ambao umefanya na kazi mzuri ambao unafanya. Waziri, nachukua nafasi hii kukaribisha mara ya pili na kusema kwamba hata kwa installation ambao umetupatia, ambao umeweza kupatia Mheshimiwa Ngokoyo na kupatia hii police station yetu hapa, tunasema asante kwa hiyo umefanya. Kwa live improvement ambayo tunaona katika force, katika polisi wetu ama police officers, tunaona improvement kwa police officers, na tunaona venye wanafanyia watu wetu kazi tangu uingie ukue waziri mpaka sasa. Tumeona a lot of changes, and we want to say congratulations and thank you for good work you are doing for our police officers. Tumekuwa na mkutano pale ndani waziri, na tumeweza kukueleza mambo ambayo kama Kajiado County tunapitia. Moja wapo ni tumekueleza mambo ya human wildlife conflict. Hiyo ni kati ya KWS na watu wetu wafugaji. Na tukaona kwamba kabisa kwa pali pakubwa ng'ombe na wananchi, tunapoteza wananchi katika mambo ya mauaji sasa ya wanyama kwa wananchi wetu. Na umetuhakikishia kwamba utaita your colleague na mtaenda kutuangalilia kwamba hiyo mambo ya human wildlife conflict inaelekea kuisha, na hata kupoteza kwa ile ng'ombe ambazo unapoteza zinaendelea kuangaliwa na kuangaliwa kwamba inafanywa kazi. Waziri, tunasema asante pia. Tumeweza kusema mambo ya usalama. Moja ambayo sikuweza kuongelea pale ndani ni kwamba katika Kajiado South, mahali natoka, kwa sababu tuko kwa border, mambo ya pikipiki mingi ambazo zinaibiwa Nairobi, zinaibiwa Mombasa, zinaibiwa wapi, zinapitishwa hapo kwetu, na zinapitishwa hapo na vijana wetu, na watu wa bodaboda wanapoteza pikipiki mingi sana kwa sababu ya uizi ambayo inaendelea mambo ya pikipiki. Tunaomba uweze kuangalia hiyo mambo ya uizi wa pikipiki, na uweze kuangalia. Ndio maana nilikuwa nimekuomba utuwekee mambo utuwekee police border control unit, tuweze kwamba tunaweza angalia pande hizo. Waziri, tukikuja ya mwisho kabisa, nachukua nafasi pia kukualika Kajiado South ili kwamba uweze kuja kutuangalia mambo zetu. Nakualika kama kiongozi wa Kajiado South kwamba karibu kule, kuna mambo mazuri
na utakuja kufurahia. Kuna mambo tutakuja kuongea huko, kwa hivyo nasema asante sana. Tukikuja hii ya siasa moja, Waziri Ngogoya ameongea ni ukweli, lakini jana tunasema kwamba tunakashifu sana. Yale mambo Kajiado yajulikana kwa amani na Kajiado yajulikana kwa njia nzuri. Ile mambo ilifanyika pale kidogo Kitengela, wananchi wetu wa Kajiado tunataka kuambia kwamba hiyo si muundo wa kwenda. Tunakataa mambo ya kuharibifu wa mali na tunakataa mambo ambayo haihusiani na tabia za Kajiado County. Kajiado County inajulikana kwa amani, inajulikana kwa mambo ya ukabila, makabila zote kuwa pamoja na viongozi kuwa kitu kimoja. Waziri, tumekukaribisha. Nataka kuuliza jeshi ya Ngogoyo iko wapi? Sijaona jeshi ya Ngogoyo pande hii. Sijasikia sauti ya Ngogoyo pande hii. Sasa niulize jamani, maana unajua zamani tulikuwa na kiongozi mzuri sana hapa Kajiado, alikuwa anaitwa Saitoti, na roho yake pumzike mahali pema, na Mungu akatuletea huyu sasa Ngogoyo. Mnakubali kushika Ngogoyo? Hii mambo Ngogoyo anawafanyia mnapenda? 2027 mnamaliza saa ngapi? Mapema ndo best. Kwa hivyo nikienda kule niseme Ngogoyo amesharudi. Basi hiyo jeshi nikienda nitaongea na jeshi, najua waziri ataongea na nyinyi, lakini tutakaa na jeshi kwa sababu jeshi wametufurahisha. Mungu uzima awabariki. Unajua shida mtu akitaja jina Ngogoyo nalemewa kukata masaa. Sababu sasa ametaja jina. Kwa nafasi hii pia, kabla nimkaribisha waziri, nataka kukaribisha senator wetu wa jimbo la Kajiado, Bwana Seki, pia akuja apeane remarks zake kwa kifupi. Asante sana, thank you. Nashukuru. Bwana Yesu asifiwe. Hamjambo wote. Waziri Mheshimiwa Profesa Kindiki Kithure, viongozi wote ambayo tumekuja na wao, Mheshimiwa women rep wetu Mheshimiwa Lea Sankaire, host wetu Mheshimiwa wetu Ngokoyo, Mheshimiwa Parashina, MCA wetu Mheshimiwa Ngadho. Nakumbuka tukija hapa na Ngadho na Mheshimiwa Ngokoyo, na tunashukuru sana. Administration yote tukiongozwa na RC, nashukuru sana kwa sababu ya nafasi hii waziri kutupatia nafasi nzuri ya kusema pamoja na watu wetu hapa. Ya kwanza ni kushukuru serikali yetu ya Kenya Kwanza kwa sababu ya kazi nzuri ambayo tunafanya. Waziri leo uko hapa, asubuhi Mheshimiwa Deputy President alikuwa mahali, President wetu wako mahali nyingine, serikali iko katika nafasi ya kufanyia watu kazi. Tunashukuru sana. Nitasema tu mawili ama matatu, alafu nikupatie nafasi ya kusema na watu wako pamoja na serikali na wananchi wa Kenya nzima. Ya kwanza, wenzangu wameomba mambo mengi na tunashukuru kwa sababu ya hayo yote na tunaunga mkono. Nataka kusema ya kwamba Kajiado sasa imeungana katika sehemu hii ya wanasiasa kuingia katika kusupport serikali ya Kenya Kwanza. Unaona Mheshimiwa Parashina ndio huyu, Mheshimiwa Memusi jana alikuwa State House, Mheshimiwa Maimai ambaye alikuwa pia wa Kenya Kwanza ako na sisi na amekuwa akitusupport vilivyo. Na Mheshimiwa Governor pia ako katika nasi pia hapa. Nataka kusema hii ni njia nzuri, na kwa sababu ya kuwa na amani Kajiado, wacha kidogo tunyamaze. Kwa sababu ya kuwa na amani Kajiado, hatutaki watu ambao wanatoka nje kufuruga amani ya Kajiado. Mambo ambayo ilifanyika jana Kitengela hatutafurahia
na hatujafurahia. Tunataka kushutumu watu ambaye wanajaribu kulete furugu kaunti ambaye imekuwa ikiongoza Kenya nzima kwa mambo ya amani. We cannot allow that. Mheshimiwa Waziri, tutakaa na viongozi hawa wa administration, tutakaa na MP wa Kitengela, tuhakikishe ya kwamba tumelete sanity katika kaunti yetu. Mheshimiwa Ngogoyo amefanya kazi mzuri sana kutuonyesha mfano mzuri ya uongozi na leadership katika kaunti yetu. Mwenzake alienda retire, ama wananchi hawa walimwambia apumzike, ambaye ni mheshimiwa wetu Manje, na sasa hivi amemuunga mkono na kusupport sera zake pia na kuja kumalizia jengo hili. Hiyo ni nzuri my brother. This is a good gesture and we want to support you, na kusema kwamba hawa wananchi wanaangalia kazi yako mzuri. Naomba mambo matatu peke yake. Ya mwisho ya pili, hawa wananchi hawa ambaye wako na kiraoni na wafanyi kazi wa serikali katika kaunti hii wanaathirika katika maisha duni ya kufanya kazi. Waziri, kwa sababu ukitupatia tu kidogo kutugazetia Kajiado County kama hardship area, itasaidia hawa wananchi kufanya kazi kwa kujitoa na kwenda pamoja na hawa wananchi kufanya kazi ya serikali. Kwa heshima na unyenyekevu mkubwa sana, Waziri, ninakuomba, kwa sababu hiyo inataka tu gazettement yako na hawa watu pamoja na wafanyikazi wote wa serikali katika kaunti hii, iwapo teachers, because Teacher Service Commission inangoja hiyo signature yako Waziri peke yake. Mambo ya pili ambayo itaelekea kwenda kumalizia ni mambo ya empowerment. Hii Kajiado iko na 3 colleges katika administration, katika ministry yako. Moja iko pale Magadi Road, karibu na Magadi. Moja iko juzi hapa ulifungua pamoja na rais hapa vet, na ingine iko pande ile ya Masimba ambaye pia ni administration police. Mimi ninakuomba Waziri, kwa sababu sisi tunategemea ng'ombe na hao watu wa hapa slaughterhouse ya Kiserian ni wafugaji na tena ni wanabiashara na kuaga na mambo ya nyama na nini, na hizi institution zetu tukiweka kamati pamoja na Mheshimiwa Sunguya na Mheshimiwa Ngogoyo, wale wafanyikazi ambao wanafanya pale watengeneze cooperative yao, wanaweza supply hiyo nyama vizuri sana katika hizi institution yetu. Na ya pili ya mwisho, hiyo institutions tupate cashews, watu wa kutengeneza maua, watu wa Ngogoyo apeleka watu pale vet, Sungu yapeleka wengine pale, alafu watengenezea watu na waoshe vyombo ya wafanyikazi wetu, na itakuwa vizuri, maana tutapata employment katika mahali pale. Na tumeongea maneno pale ndani na sitaki kurudia zaidi ya hiyo, mambo ya boundaries kidogo kidogo. Ikiwezekana utuite kama viongozi wa county yetu pamoja na wenzetu katika neighboring counties to resolve a few problems that we have in our boundaries, particularly the one that we have for Oloirian, pande ile ya Makueni na pande ile kidogo ya Maimahio, to resolve, because hakuna kitu hatuwezi kuzungumzia. Watu wetu pale Maimahio waache kusumbuliwa, watengeneze vizuri maisha yao na wakae na mali yao vizuri. Pande ile ya Oloirian, that is a Mali Masimba, tuwekae na watu wa Makueni, tutengeneze hizo boundaries, na bila shaka kwa uongozi wako na leadership yako Waziri, tutaweza kutengeneza hiyo jambo na itakuwa vizuri sana tukiona Kajiado ikiwa na amani. Mungu awabariki sana, nasema asante sana. Asanti sana senator wetu. Ili nikamilishe kipindi hicho, Waziri, kama mbunge wa eneo la Kajiado North, nachukua nafasi hii kukuambia asanti sana kwa kuchukua muda wako kukuja hapa Kajiado North, na pia hii ni safari yako ya kwanza kama waziri kukuja kikazi hapa Kajiado. Mimi nakuambia asanti sana, nilikuzungumzia
Na baada ya mwezi kama moja hatukuwa tumeongea, nikaona simu yako. Na unajua saa nyingine mtu anaweza fikiria ako na makosa ukipiga simu. Sababu kazi ya waziri wa ndani mara mingi ni kupambana na uhalifu. Ukaniuliza maswali mawili, Ngogoyo, mmemaliza kujenga? Nikakwambia imeisha. Ukaniambia nikutumie picha. Ukaniambia hapana, nimeona hapo hakuna viti. Ukaniambia nikuje haraka kwa ofisi, nichukue pesa, niende ninunue viti na kila kitu. Na nikushukuru kwa sababu hizo vitu zote ziko ndani, waziri Kindiki ndio ameweza kutuwekea. Na waziri, maybe sisi tutafanya 1%. Hiyo umetufanyia yote. I am very 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 grateful, and your gesture of calling back, because nilikueleza kitambo lakini baadaye ulinitafuta. Jambo la pili, kwa nini tuongee mambo ya police station? Mnajua historia, wale wamezaliwa Kiserian ama umekuwa Kiserian, hii station ilikuanga kwa barabara. Na ilikaa kwa road reserve mpaka barabara ikitaka kutengenezwa, wanasema haitawezekana ikiwa wapi? Pale. And I want to thank my predecessor Mheshimiwa Manje, alinunua shamba ili tuweze kufanya nini? Kupata polisi. Na kiongozi mzuri ukipata mpango kama ni nzuri, huwezi enda kuharibu. Pia unaongezea zaidi. Na December last year ndio contractor alikuja hapa kuanzia kazi. The agreement was signed in October, wakati mimi tu nimeingia kuwa mbunge, and in December ndio amecommence hii kazi. Imemchukua miezi 6 na ndio ameweza kumaliza hilo jengo. Na kwa sababu ya hiyo kuna wale wanaitwa PMC. I want to recognize them kwa sababu ndio wamekuwa na hii project. Kwa kifupi PMC, wakiongozwa na mchungaji Bishop. Yeah, this has been the chairman, ako na team yake. Thank you very very much. Hawa ndio wamefanya kusimamia hiyo kazi, ndio wanasaidiana na watu wangu wale wa CDF, so thank you very much. And usalimie waziri, apatikanangi kila wakati. Si ni vizuri pia asalimiane. Na unajua project ya CDF ni mwananchi ndio anasimamia. Na mtaona tukiendelea mbele tutakuwa tunafanya mpaka uchaguzi, ndio wale watu wanachaguliwa ni watu ambao community yenyewe imesema wasimamie nini? Project. Of course na watu wetu wa administration wanakuanga na sehemu yao. Niko pia na kamati yangu ya CDF. Hii yote haingefanyika bila wao. They do the evaluation, wanafanya kila kitu, hata saa ile mradi iko inaendelea ndio wanakagua. Naomba kamati yangu ya CDF tu wakuje wasimame hapa kwa kifupi, wakiongozwa na fund manager ambaye ni mfanyikazi wa serikali, ili niweze kuwatambua pia. Si wamefanya kazi mzuri? Mimi ukweli sio mimi hufuata kila siku kwa siku. Yangu ni kupanga, nikishapanga hawa ndio wanaenda kufanya execution. On my extreme left, huyo ndio fund manager, ni mfanyikazi wetu wa serikali, ndio anafanya na CDF. Thank you very much for the good job. Salimia waziri na usiogope. Niko na chair lady wangu ambaye anatoka sehemu ya Ololua, huyu ndio anasimamia mambo ya CDF. Anaitwa Kezia, thank you very much. Niko na mrembo hapo anaitwa Amina, Amina anawakilisha Rongai, thank you very much. Niko na Mombi, niko na kijana anaitwa Warren kuwakilisha walemavu, na niko na former chief. Hapo waziri nilikuchukulia chief wa kitambo, anaitwa Mutariana, alipo retire ndio tunasaidiana. Sungura unajua alikuwa candidate wetu na Mwenyezi Mungu amejalia, pamoja na DCC kwa sababu ni mwanakamati. Thank you very much kamati, singeenda bila kuwatambua. Pia ni vizuri watu waone ni nani amejenga, si ni kweli? Naomba contractor aweze kusimama hapa because he has done a good job. Kuja tu hapa. Mtu kama huyu aongezewe kazi ama ikatwe kidogo, kwa sababu alisema atafanya, amemaliza. Thank you very much. Anaitwa Mr. Mungai. Sikumbuki jina ya kampuni lakini ni contractor mkubwa sana. Yes, na amefanya kazi kadhaa. Thank you very much for your good job. Mimi ninashukuru. Waziri, nataka nimalizie tu na maswala machache. Kwanza, niko na shukrani pia tofauti. Wakati mimi nimechaguliwa kuwa mbunge wa Kajiado North, unajua niliongea na PS wako na we mwenyewe uka-approve barua ya kusema Kajiado North iruhusiwe kupeana birth certificates. And I even talked to you. Sasa ni miezi 5. Birth certificate zinachukuliwa Ngong, sio Kajiado. Because tangu historia birth certificates zilikuwa zinachukuliwa wapi? Kajiado. You can imagine mtu ako Bulbul ama ako Ngata Rongai anatumia zaidi ya shilingi 1400 kupeleka makaratasi. Siku ya kuenda kuchukua pia unatumia pesa kama gani? Ama unapatia broker aende akupelekee. Saa hii it is only 50 shillings kupata birth certificate pale Ngong. Na kama imepotea ukichukua mpya ni shilingi 150. And saa hii they have started the day service. Ukipeleka asubuhi, jioni unachukua nini? Birth certificate, kwa sababu ya ile program ya digitalization ambaye nyinyi mlifanya. So waziri Kindiki,
Hata kama mimi ndakupea mambo mingi, si nikushukuru kwa sababu ya hiyo kazi. We have a registrar there, we have people working. Na kwa sababu unajua Waswahili wanasema mgeni njoo, mwenyeji afanye nini? Apone. Nataka tu ni kurequest hawa watu wako hapa Kiserian, which is Kajiado West, Kibiko, haina haja wao waende Kajiado. Mimi nakuomba hata hawa watu wa Kajiado West, they can use that office kabla uweke ingine. Na kwa sababu saa hii kila kitu iko kwa system, wakichukulia Ngong, it is easier for them. We live in the same locality. Ukisimama hapa sema neno moja na hao watu wa Kajiado West watapo. Si hapo ni sawa? Unajua wale wa Katoliki wanajua vile hiyo inamaanisha. Jambo la pili, usiulize kwa nini tumejenga police station. Leo ukipoteza ID, si lazima ukuwe na obstruct ndio uende uchukue ingine. Hata SIM card ukipoteza, lazima uje kwa station uchukue obstruct. Hapa iko services nyingi, sio kushika wahalifu peke yake, lakini baadhi ya hizo services pia ni kuchunga kwamba ukiuza kwa soko, kuja kwako vizuri na mtu asikuulize swa. Pia ukikuwa na dispute yoyote, usichukulie mtu kisu ukamdunga. Na ndio kwa maana station iko hapa, because a lawless society is unacceptable. Na tunataka law and order ndio iweze kutusaidia. Si ni kweli? Na nataka nikuhakikishie waziri, when you come next time, utakuta nimemaliza hiyo jengo phase 2 na itakuwa ikitumika na askari zako. Nimeshaweka pesa kwa budget hii. We will go on with the same team that we have to make sure that when you come you will be proud kwamba kazi imefanyika vizuri. Nikimalizia waziri, Kajiado North sublocations zilikatwa wakati marehemu Saitoti alikuwa. Na kuomba kama chief wa hapa bado ndiye anafika mpaka Karen, anafika mpaka Ongata Rongai, anafika mpaka karibu Ngong. We have one chief, sublocation ni 4. Zinahitaji kukatwa. Nimeongea na watu wako, wakati itafika kwa ofisi yako, waziri naomba unisaidie kwa sababu hata chief mmoja akipata ajira si ni baraka kwa Mwenyezi Mungu. Na hawa niko na wao pia wanakuwa stretched na population ya hapa iko juu. Ukiangalia kama hii eneo peke yake kwa assistant chief ni mmoja tu. Lakini ikikatwa itarahisisha ndio pande ile ya chini ukiteremka kule na Lepo na wale wako Losrutia na Losrutia kijiji, kila eneo ipate assistant chief wake na pia kazi itakuwa rahisi. Sijui kwa nini chiefs ndio wanapiga, nafikiri kuna wale wanatafuta promotion. Na hapo pa promotion pia sio mbaya. Nimeona Chief Kaloi na alikuwa chief wakati wa Saitoti. Sasa hawa akienda simpaka vijana waingie kazi. Na nashukuru sana pia umeweza kufika leo. I also want to sincerely kukuambia mambo ya security sitasema ni nzuri sana ama ni mbaya. Lakini waziri, hii ni town. Ngong, Kiserian, Rongai ni town. Mimi naomba officers wetu wazidi kukaza ili tukae kwa usalama. Saa nyingine unapata kesi kwamba mtu alikuwa akienda nyumbani akapigwa ngeta, furaha tungefurahia kila mtu apeleke kila ametafuta nyumbani kwa amani. Sio itakuwa sawa sawa? So waziri hapo ukikaza vizuri itakuwa ni baraka kubwa. Lakini vile waziri pia umekuja, unajua huwezi sema ulifungua tu station peke yake na ulinipatia mashini. Sasa waziri, si umeona barabara ya kuingia station vile inakaa? Na unajua wewe hata ukisema tu ninataka lami ianzie kesho, haki ya Mungu inaweza ingia. Lakini sijasema useme lami, lakini nataka ukienda kukaa kwa cabinet, kumbuka Kiserian ilipangiwa sewerage system. Na hiyo sewerage system ilikwama, inahitaji tu kitu kidogo ukikwamua ili affluence yote ya hapa isiende kuadhiri dam ambayo inatupatia maji. Si itakuwa hiyo tena imetupatia hasara kubwa sana. Lakini pia waziri ukiweka kalami siwezi chukia kapande triangle hivyo vizuri utakuwa kwanza umeniweka juu sana. Na unajua waziri hata binguni utaingia rahisi kwa sababu ya kunisaidia kufanya hiyo kazi. Pia hapa niko na kashule inaitwa Kiserian Primary na mimi nilisomea. Sijui unajua nimeona umeleta viti za polisi. Sasa si unitume na viti pia kwa hiyo shule watoto waendelee. Unajua sasa wewe ni bosi yangu. Na unajua waziri ulichaguliwa senator kwa chama ya TNA, nikachaguliwa pia MCA 2013 kwa chama ya TNA. Tukaenda na wewe Jubilee, tukaenda na wewe UDA, sasa wewe umekuwa waziri, bado mimi nimebaki pale waziri. Sasa ukiniinua itakuwa kazi rahisi. Si hapo itakuwa sawa sawa? Ya mwisho kabisa waziri, mimi mgeni yote akikuja kama wewe, na unajua wewe sasa uko juu zaidi waziri wa ndani, haezi niacha bila kuniandikia watu wawili. Waziri, hiyo ofisi nzuri umefungua, si uniandikie tu mama moja akae kwa serikali awe anafagia naosha hapo na awe permanent kwa serikali. Alafu waziri ndio vijana waamini ulisema ni bottom up, si ununulie kijana moja awe kazi yake hata hii compound mpaka itengeneze, lakini awe permanent kwa serikali, hata atakuwa anaenda Rongai ukisema ama anaenda Ngong, lakini anakuja anakaa hapo. Ukiniandikia hao wawili waziri, binguni utaingia bila kupingwa. Kwa nafasi hii nataka nikaribishe
Mnataka kusikia waziri Kindiki? Mnataka kumsikiza? Sinichukue nafasi hii niweze kukaribisha waziri wetu. Najua ataikewa wimbo wake ili tuweze kumkaribisha na aweze kuwazungumzia kwa kifupi, akipewa zawadi ndio aongee kama mtu ambaye. Asante. Naomba tuketi. Naomba tuketi. Mjamboni na habari ya asubuhi. Bwana asifiwe. Viongozi wote ambao wamefika hapa pamoja na wananchi na maafisa wa serikali, nachukua nafasi hii kuwashukuru kwa sababu mmefika mapema, na nikuhakikishia kwamba hatutakaa hapa sana, tutamaliza ili tuwapatie nafasi kuendelea na shughuli zenu, kwa sababu nchi yetu ni nchi ambayo inahitaji sisi zote tufanye bidii, tufanye kazi, tujenge nchi yetu ili tuachie watoto wetu nchi bora zaidi na nchi ambayo itawafaa. Nichukue nafasi hii pia kumshukuru Mheshimiwa Onesmus Ngogoyo. Huyu Mheshimiwa Ngogoyo nimemjua kwa miaka mingi, kama vile amesema. Amekuwa kiongozi kijana, na katika wale viongozi tuko nao ambao ni vijana, Onesmus amekuwa mheshimiwa ama kiongozi ambaye ni kijana lakini ako na busara ya hali ya juu. Nataka nimpongeze na nipongeze watu wa Kajiado North kwa kumpatia Mheshimiwa Ngogoyo nafasi kuwa mbunge wenu, na kwa sababu wa siasa kwa muda nimeona vijana wengi viongozi wamekuja na sio wengi wameshikilia kazi vizuri. Huyu Ngogoyo nikimwangalia ni mmoja wa wale viongozi wetu vijana ambao wako na future mzuri katika siasa. Na mimi niko hapa kwa mwaliko wake, kwa sababu aliyenieleza ya kwamba alikuta shamba ambayo ilikuwa imenunuliwa na CDF chini ya mheshimiwa wa zamani ambaye alikuwa hapa, na wakati alikuta hiyo mradi hakuipinga ati aseme yeye sio alihusika kununua shamba, kwa sababu aliona ni mradi mzuri wa kusaidia watu wake. Akaweka pesa ya CDF haraka, na hata miezi hii imeisha kidogo, miezi 6 amekamilisha huu mradi. Pongezi mheshimiwa, na pongezi watu wa hapa Kiserian. Na alinieleza kuna hii mradi, na kama alivyosema akaniambia kwamba ilikuwa imebaki tu mambo ya kununua furniture, meza, viti, computers na vitu vingine ambazo zilikuwa zimehitajika hapa. Tukasaidiana, na niko hapa leo kusherekea pamoja na yeye na nyinyi police station yetu ya Kiserian, ambaye ni police station ya kisasa, ni police station safi, mahali wananchi watapata huduma. Najua police station zamani watu walikuwa wanaogopa police station, na police station niseme ni taasisi ya maana sana katika jamii. Wakati unapatwa na shida ya kiusalama, unakimbilia pale police station, unapata msaada. Wakati unahitaji kulindwa ama mali yako, unapeleka shida hiyo pale kwa police station. Kwa hivyo langu ni kuwahimiza ya kwamba
wananchi wa hapa mtumie hii police station kuimarisha usalama wenu nyinyi wenyewe, na muwe na uhusiano mwema na maafisa wetu wa hapa katika hii police station yetu. Vile vile nichukue nafasi hii kuwauliza maafisa wetu wa polisi na wale maafisa wengine wa serikali ambao mko hapa, sera ya serikali hii ambayo ni serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Rais William Ruto, ni lazima maafisa wa polisi na maafisa wote wa serikali wawe na uhusiano mzuri na wananchi. Msinyanyase wananchi, msiumize wananchi, msifanye mambo ambayo yanaweza kufanya mwananchi aone kama serikali inamuumiza. You must cultivate a good working relationship with members of the public. Chiefs wetu, maafisa wale wengine wa utawala, wale maafisa wa serikali wa idara mbalimbali, ni lazima tuwe na uhusiano mzuri na wananchi. Hawa ndio wametuweka katika zile nyadhifa za kazi ambazo tunafanya. Ndio wanalipa mishahara yetu, ndio wamechagua hao viongozi wamekaa hapa, ndio wamechagua mpaka rais wa nchi. Kwa hivyo mwananchi haheshimiwe, mwananchi asinyanyaswe. Na mimi najua maafisa wetu wengi wamefanya kazi nzuri sana, lakini kuna wachache ambao wanatuharibia sifa. Kwa hivyo nawaomba tuzingatie uadilifu kazini, tuwe watu ambao ni wapenda nchi yetu, tupende wananchi na tufanye haki. Usiumize mwananchi kwa sababu hana pesa ya kutoa hongo. Usinyanyase wajane na mayatima kwa sababu hawana nguvu. Unaweza fanya hivyo leo kwa sababu uko ofisini, lakini mambo kama haya ndio yanatuletea laana. Na unaona saa ingine umekuwa afisa wa serikali, lakini kwa sababu ya kufanya mambo ambao si haki, unaona mwisho mambo yetu hayaendi vizuri. Kwa hivyo maafisa ambao mko hapa, fanyeni kazi kwa bidii. Mjue mmepata nafasi kati ya Wakenya wengi ambao wangepata hiyo kazi uko nayo. Wewe umebarikiwa, umepata hiyo kazi. Uifanye vizuri na ufanye haki na msiumize wananchi. Vile vile nishukuru viongozi wa hapa Kajiado. Wale wote ambao wameongea hapa ni marafiki zangu, tumekuwa nao kwa siasa. Hata wale wapya na wale wazee kina Sunkuya amekuwa kwa siasa muda mrefu. Wale wapya kama Lea, hao wote ambao wameongea hapa, kiwemo huyu mbunge wetu mpya kutoka kule Kajiado South, senator wetu, na hata governor ambaye hayuko hapa lakini tumeongea. Governor ako kule Mombasa. Sisi zote viongozi wenu tutafanya kazi na hao kwa sababu nyinyi ndio mmechagua hao viongozi, ili tuwahudumie na tuimarishe na tujenge Kajiado yetu. Niwashukuru vile wamekuja hapa kujumuika na sisi katika kufungua kituo chetu cha polisi na vile vile afisi yetu ya chief hapa. Na mimi nataka niwahakikishia kwamba mlango wa ofisi yangu uko wazi kwenu wananchi na vile vile viongozi wenu ambao mmechagua, ili mpate huduma
na mpate suluhu ya mambo ambayo yanatatiza usalama wetu hapa na maneno vile vile ya kimaendeleo. Niseme ya kwamba vile vile ya kwamba kuna mambo ambayo viongozi wamesema hapa ambayo tunapaswa kufanya, na nimeyanakili yote, nitayapeleka katika mahali yanapaswa kupelekwa ili tuhakikishe ya kwamba barabara ambayo Mheshimiwa Ngowoyo amesema tutengeneze. Tuhakikishe ya kwamba ule mradi wa Kiserian sewerage umetengenezwa, umekamilishwa, na kwa sababu ni mradi mkubwa nitaisukuma utengenezwe. Ukikamilisha, Mheshimiwa Rais atakuja hapa kufungua yeye mwenyewe. Vile vile Mheshimiwa Ngowoyo, kwa sababu leo ni siku yako, wale waheshimiwa wengine wasiuliza maswali mingi. Siku ile tutakuwa pale kwao, vile vile watakuwa na siku yao. Ameomba tusaidie shule ambayo alisomea ili ipate madawati ya watoto, na kwa sababu wewe Mheshimiwa umekuwa mtu ya kuaminika na umekuwa kiongozi wa bidii, nataka nikutafutie sasa hivi shilingi milioni 1 ili uende pale, kama vile umeharakisha mambo ya madawati hapa, utayarishe madawati ya watoto wa shule yetu ya Kiserian Primary School. Vile vile viongozi wameuliza mambo ya kuhakikisha kwamba watoto wetu wamelindwa, na mimi ningetaka kusema hivi ya kwamba tumepokea habari za watoto kudhulumiwa sana sana watoto wa kike hapa Kajiado County. Machiefs wote na manaibu wa chiefs na viongozi wale wengine wa utawala, ninaagiza ya kwamba mshirikiane na viongozi wa hapa, akiwemo kiongozi wa kina mama ama women rep na mjumbe na wale wengine, muhakikishe ya kwamba mambo ya dhuluma dhidi ya watoto wetu imekoma. Na nimeambia Mheshimiwa Lea ambaye ni msimamizi wa kina mama katika kaunti ya Kajiado atengeneze program ya kupambana na masuala ya dhuluma dhidi ya watoto na akina mama, na mimi na wizara ambayo nasimamia tutatoa pesa ya kusaidiana na hiyo program ili tuhakikishe tumepigana na dhuluma dhidi ya watoto na akina mama wetu. Vile vile tuko na shida ya wanyama porini, wanyama wa pori ambao wanaumiza watu wetu hapa. Ningetaka vile vile tushirikiane na mbunge sana sana kule Kajiado South na sehemu zingine ambazo zinahusika, tufanye kikao pamoja na maafisa wa idara ya kulinda wanyama KWS, tuhakikishe tumemaliza hiyo shida ya wanyama kuua wanadamu, kukula mimea yao, kukula mifugo yao, ili Kajiado hii yetu tupate kuwa na amani kati yetu. Vile vile yale mambo mengine yametajwa, nimenakili yote, na leo labda sio siku ya kusuluhisha kila shida. Shida za kimipaka tutashughulikia, shida za ardhi, tuko na shida nyingi za ardhi hapa Kajiado. Na mimi nataka niseme ya kwamba
lazima tushughulikie masuala ya haki za ardhi ili tusipoteze amani ya watu wetu hapa Kajiado. Kajiado ni mahali pa watu kutoka sehemu mbalimbali na wameishi kwa amani, na mimi ningetaka hiyo amani iendelee kudumu, na ili hiyo amani iendelee kudumu lazima tuhakikisha kwamba vile vile shida ambazo ziko hapa za ardhi na mambo mengine tumeyashughulikia ili kila mwananchi ambaye ako hapa apate haki yake. Bas, kwa hivyo mimi nitakuwa nikirudi hapa, Mungu akinijalia, safari nyingi, kwa sababu kuna kazi nyingi ambazo lazima tufanye hapa. Kuna ombi ambao imeombwa ya kuongeza idadi za utawala, nitashughulikia, na hivi karibuni nitarudi hapa ili tuongeze idadi za utawala katika sehemu hii ya Kajiado ambaye ni county kubwa. Kajiado ni mojawapo ya county kubwa zaidi katika nchi yetu ya Kenya kwa upana wa ardhi. Kwa sababu tuko na mpango wa kuongeza sehemu za utawala, na hivi karibuni tutawaongezea sub counties hapa Kajiado ambazo nitakuja kutangaza. Vile vile, kwa sababu tuko hapa na nimesema leo ni siku ya Mheshimiwa Ngogoyo na wale wengine ambao wako hapa, kwa sababu tutakuwa na siku ingine ya kuongea mambo ya county na zile sehemu zingine. Ile ombi ambao ameomba ya hapa ya kukata mara mbili hii location nimekubali. Lazima tukate hii location kwa sababu ni kubwa. Kwa hivyo hiyo request ambayo unasema iko pale kwa ofisi yangu, nikitoka hapa naenda kutia sahihi ili tuanze process ya kugazeti na tuwe na sehemu tuwe na viongozi wengine ambao watapatikana hapa kufanya mambo ya utawala. Hii mradi ambao tunafungua leo, Mheshimiwa pia amesema tutafute watu wawili hapa. Amesema tutafute mama mmoja na one youth, na sijui kwa nini Mheshimiwa umeacha wazee nje. Hata wazee wangepata, kuna kazi ambao wazee wanaweza fanya pia, si ndio? Kwa hivyo, kwa sababu naona wananchi wameanza kuandika application, sasa Mheshimiwa nitakurudishia hiyo mzigo, uniletee kwa ofisi majina matatu ya wale ambao ungetaka tuwatafutie nafasi ya kazi kwa heshima ya shughuli ambao tuko naye hapa siku ya leo. Kwa sababu nimefika hapa na siwezi kufika hapa alafu nitoke just like that. Ama namna gani? Kwa hivyo utafute wale labda very needy cases, tutafutie kazi, alafu utatuambia. Niseme ya kwamba vile vile katika hizi ofisi tunafungua huku nyanjani, kazi hizi ambazo ni kazi kidogo kidogo za kufyeka, kazi ya kuchunga mambo ya miti, maua, kazi ya mambo kidogo kidogo ya upishi, watu wale wenyeji wa pale wapate hizo nafasi za kazi. Hiyo ndio sera ya serikali. There are officers who must come from the national pool of public service, but the small contracts, small jobs, na hata hii kandarasi kidogo kidogo. Kwa sababu hapa Kajiado, kama vile Mheshimiwa alisema, nafikiri ni senator ndiye alisema hivyo, senator wetu Seki, tuko na training school yetu ya polisi pale Magadi ambayo iko katika Kajiado West.
tuko na ile iko pale sehemu ya Emali, Masimba, na vile vile tuko na Police Leadership Academy. Hii iko hapa Vet Farm katika Kajiado North. Hii kandarasi kidogo kidogo ya kupeleka nyama, kupeleka chakula nini ipewe mahaslas na wale watu wanahangaika hapa. Wapeleke machungwa, wapeleke matunda, wapeleke vitu ndogo ndogo, ndio tuinue uchumi wa hapa. Bas, jambo la mwisho. Ningetaka kwanza kusema ya kwamba kwa njia ya kumalizia ya kwamba leo tuko hapa kufungua kituo cha polisi na vile vile kufungua ofisi ya chief. Hizi ni taasisi ama idara muhimu katika usalama wa nchi, na hizi ni taasisi ya kupatiana huduma kwa wananchi wetu, na hizi ni taasisi za kuimarisha usalama wetu. Mambo ya usalama ni mambo ambayo kama taifa lazima tuanze kuyafikiria upya, kwa sababu nimeona vile tunavyoendelea kama nchi tumeanza kupuuza na kuchukulia mzaha mambo ya usalama na udhabiti wa nchi. Wakati huu tuko na changamoto kadhaa za kiusalama, na hizo changamoto ni lazima kama taifa tusishughulikie ili sisije kuharibu nchi yetu, kwa sababu tumeona nchi zingine usalama ulipodorora nchi ikasambaratika. Mpaka sasa nchi zingine zimekuwa katika hali ya kukosa amani kwa miaka zaidi ya 30, zikiwemo nchi jirani. Zingine zimekuwa na wakimbizi. Kuna watu wameishi kama wakimbizi hata katika nchi yetu kwa miaka zaidi ya 30, kwa sababu nchi zao zilipoteza amani. Tuko na changamoto ya magaidi, na tunaendelea kukabiliana na tishio la ugaidi katika nchi yetu, kwa sababu hapo awali tumeona vile wameumiza amani yetu na kuleta maafa. Hivi karibuni wameanza kushambulia maafisa wetu wa usalama, sana sana katika zile kaunti za nyanjani katika mipaka yetu kaskazini mwa nchi. Ningetaka kusema ya kwamba serikali hii itaangamiza magaidi. Tutaangamiza magaidi, na hii mwenendo ambao tumeona magaidi kutega mabomu ya ardhini ya kulipua maafisa wetu, tumepata suluhisho yake, kwa sababu wale magaidi ni watu waoga. Terrorists are the greatest cowards that I know of. Kwa sababu mtu shujaa haendi usiku kuficha vilipuzi kwa mchanga na kukimbia kujificha. Mtu shujaa anaenda vitani mchana. Si ni kweli? Kwa hivyo wale magaidi wale ambao wanaoa watu wetu
tumegundua hiyo mbinu yenu ya uoga, hiyo mbinu ya uoga, that behavior, we have a solution for it. Because you work at night and you are not courageous enough to face us. Wakati wamekutana na maafisa wetu hivi majuzi, maafisa wetu walikaribiana nao vilivyo kama wiki mbili ilizopita. Waliumiza wachache, wakaua wachache, wakaua kama afisa wetu 6 wa usalama, lakini tuliua zaidi ya magaidi 56. Na mimi nataka niseme hivi, wale maafisa wetu wa usalama ambao wanafanya kazi katika nchi hii katika hali ngumu, wakihatarisha maisha yao, wengine wamekufa, wengine wameumizwa jinsi ya kwamba hawawezi kufanya kazi tena. Maafisa hao wazuri na wazalendo, kwa niaba ya serikali ya Kenya na kwa niaba ya wananchi, na wapongeza na nawaambia kwamba sisi kama taifa tuko na deni kwenu na familia zenu, na hata Mwenyezi Mungu tunaomba atusaidie ili hii mambo ya officers wetu kupigwa na magaidi ipungue. Na mimi ninaona hivi karibuni mambo ya ugaidi itakuwa historia katika nchi yetu. I therefore want to take this opportunity to thank the patriotic officers of our security forces who have sacrificed to make sure our country remains safe. Some have paid the ultimate price and they have died in the line of duty. I have been very moved to see very young and patriotic officers confronting terrorists and other dangerous criminals. In the process, we have lost a few. Some have been hurt, yet our officers remain determined to continue fighting the enemy. We salute all those who have fallen in the line of duty. Will stand with their families, and those who still remain, we must fight together until we overcome the enemy. Tumeanza kuwafuata kule across the border. Wiki hii tumekutana na hao tena na tumeangusha wengine karibu 100. And I want to assure you, it's just a matter of time. These terrorists, we are going to defeat them. Na wakati tunalalamika kuhusu maafisa wetu wa usalama, tukumbuke kuna wengine, na ni wengi, maafisa wetu ambao wanafanya kazi nzuri. Sijui kama tunaelewana wananchi. Wengine wameumia wakitulinda. Tuko na changamoto ya wezi wa mifugo katika kaunti nyingi za kaskazini mwa bonde la Ufa, ambao kwa miaka mingi wameua watu wetu, kuiba mali yao. Na hii serikali imeamua itakomesha wizi wa ng'ombe milele na milele. Hao wakora, tumepunguza visa vya wizi wa ng'ombe, lakini bado hatujaangamiza hiyo shida kabisa. Nataka niwahakikishie kama waziri wenu wa usalama wa nchi, tutafanya vyovyote vile kuangamiza tabia mbovu ya mauaji na wizi ambayo imeletwa na wezi wa mifugo katika taifa letu la Kenya. Shida ya tatu
ambayo tuko nayo ama changamoto ya usalama ni tishio la watu ambao wanajisingisia masuala ya dini ama ya kisiasa kufanya uhalifu. Na mimi niseme hivi, kwa muda mrefu taifa la Kenya limekuwa taifa la kumcha Mwenyezi Mungu, na sisi hatutakoma kuwa taifa la kumcha Mungu. Wimbo wetu wa taifa mstari wa kwanza unasema Mungu, Mungu nguvu yetu. Si namna hiyo? Na kwa hivyo mambo yetu kama serikali na dini hakuna mjadala. Lazima tuheshimu dini, tuheshimu Mungu na tuendelee kuhakikisha nchi yetu ni nchi ya wacha Mungu, tukijua tuko na dini tofauti ambazo zimeruhusiwa katika katiba yetu. Lakini kuna magaidi wachache na wahalifu ambao wamejificha katika dini kuleta maafa na vifo, na hakuna tofauti ya hao wahalifu na wale magaidi wa Al-Shabaab na wale magaidi ambao ni wezi wa ng'ombe. Hakuna tofauti. Si wanafanana? Si ni sura ni moja? Si ni sura moja? Kwa hivyo wale watu wanafikiria kwa sababu nchi yetu ni nchi ya kucha Mungu ati watajificha chini ya Biblia ama Quran kuleta vifo na maafa. Siku zenu vile vile zimehesabika. Umeona vile wakora wengine pale Shakahola vile wameua watu wengi. Hivi sasa tumefukua miili zaidi ya 362 kufikia sasa, na bado kuna maiti wengi pale katika ule msitu, na wale ambao walifanya hivyo walijisingizia ya kwamba ni wahubiri wa neno la Mungu. Wahubiri wote wa dini zote wahubiri injili, lakini wale ambao wanafanya uhalifu vile vile tutapambana nao, vile tumepambana na magaidi wa Al-Shabaab na magaidi ambao ni wezi wa ng'ombe. Na changamoto ya mwisho ni changamoto ya watu ambao wanajificha kwa siasa, wakijisingizia ya kwamba wanatekeleza haki zao za kibinadamu na ya kidemokrasia, ili hali ni wahalifu, sio siasa wanafanya. Jana nchi yetu imekuwa katika hali ya hofu katika sehemu nyingi, kwa sababu kuna wenzetu wa Kenya ambao ni wahalifu na ni magaidi, lakini wamejificha katika siasa kuharibu amani, udhabiti na usalama wetu. Nataka niseme hivi, kwa muda mrefu watu wa siasa sana sana wale ambao wamechaguliwa ama wale ambao wana wafuasi wengi wamefikiria ya kwamba kwa sababu wanaungwa mkono na wananchi wanaweza kufanya uhalifu na hakuna hatua itachukuliwa. Na kama wale ambao mliona yale yametereka jana katika Kenya, mtakubaliana na sisi kama serikali ya kwamba tusipodhibiti shida hii ambaye ni shida ya uhalifu ambayo umejificha kwa siasa, nchi yetu itaenda kuharibika
na tunaweza kupoteza nchi yetu tukidhani ya kwamba ni mambo ya siasa yanaendelea. Mimi nauliza hivi, sisi zote tunajua tuko na shida za kiuchumi ambazo nchi yetu imepitia kwa muda mrefu. Wakati hii serikali imechukua hatamu, bei za bidhaa zilikuwa juu. Mambo mengi yalikuwa juu. Na mpaka hivi sasa, Mheshimiwa Rais na serikali inapambana na jinsi ya kurejesha nyuma maswala ya uchumi ambayo yalikuwa yamezoroteka mpaka bidhaa muhimu zikapanda. Na hakuna mtu anakataa ya kwamba serikali iko na kazi ya kufanya kuhakikisha kwamba maisha yamekuwa bora zaidi kuliko yalivyo sasa. Lakini mimi nauliza hivi, kuna uhusiano gani wa kupunguzwa kwa bei ya bidhaa na kwenda na kufunga barabara na kuanza kuharibu barabara ambayo imejengwa na kodi ya watu ya Kenya? Kuna uhusiano gani? What is the relationship between lowering the cost of living and damaging a highway that has been built using the taxes of the people of Kenya? There is no relationship. Vile vile, hakuna uhusiano baina ya siasa ama mambo ya uchumi ya kupunguza bidhaa na kuchukua mawe na kupiga mtu na mawe ambaye ni mama ama mzee anaenda kuuza bidhaa yake sokoni kutafutia watoto wake riziki. There is no connection. Hakuna connection ya siasa na kuchukua mawe na kupiga magari ya watu. There is no relationship. Kwa hivyo lazima tukomeshe hii tabia, na itakoma. Lazima ikome, na hakuna mtu ako juu ya sheria ya Kenya. Wale wote ambao wamehusika katika kuleta vurugu, kuchochea ghasia ambayo imeleta vifo na maafa kwa wananchi, ambao wananchi wengi wameumia, maafisa wengi wa polisi wameumia, magari yamechomwa, makiwemo magari ya polisi, afisi ya msaidizi wa commissioner pale Kitengela imechomwa, vitambulisho vya raia ambao hawana hatia na wahusiani na bei ya bidhaa imeharibiwa, na watu ambao wamejisingizia ya kwamba ni siasa wanafanya. Wale wote ambao wamehusika lazima tuwashtaki na lazima wahukumiwe wote. Hiyo kazi imeanza, na leo hii tumeanza kushika wale ambao walifanya hiyo kazi. Tumeshika watu 312, akiwemo mbunge ambaye yako kitini saa hii, na tutaendelea tushike hata wale wengine ambao ni viongozi wa sasa ama viongozi wa zamani ambao walichochea ama kuchanga pesa ama kusafirisha wale wakora walisababisha ile hasara ambao tulipata jana. Na nimesikia watu wameongea kwa mitandao mambo mingi, na wanafikiri kwa sababu hii nchi, hii mambo imeendelea, tumeyaona tena, hakuna kitu serikali itafanya. Nimesikia wengine wakisema fulani na fulani hakuna kitu serikali inaweza kumfanyia. Nataka niseme hivi,
Katiba ya Kenya ni moja. Sheria ya Kenya ni moja. Hakuna sheria ya wanyonge na sheria ya wakubwa. Hakuna sheria ya mwananchi na sheria ya mawaziri. Sheria ni wale wote ambao wamechangia katika uharibifu wa mali, uchochezi na kusafirisha wahuni na magaidi, kuumiza Wakenya, kuiba mali ya watu, kuvunja maduka, kuchoma magari, maofisa wa serikali, mpaka wananchi wanachochewa, wanachoma bendera ya Kenya. Hatuwezi kukubali nchi yetu isambaratike tukiangalia kwa macho, na ijalishi ni mwanasiasa gani ambaye anahusika. Niliongea siku ya Jumatatu nikiwa pande za Meru, na nilisema kwa sababu wale watu wanasema wanataka kwenda kule Kamukunji kwa miaka mingi, kwa siku nyingi, ile mikutano wameitisha wakisema ni maandamano ya amani, haijakuwa na amani. Tukasema hakutakuwa na mkutano, wakadhani mchezo. Pale jana, kabla ya hata hiyo ilikuwa inaitwa mkutano ya amani, sijui maandamano ya amani kuanza, saa 11 maduka yalikuwa yanavunjwa na kuibiwa, wananchi walikuwa wanadungwa kisu na waandamanaji. Na ndiposa tumesema kutoka sasa katika nchi ya Kenya hakutakuwa na maandamano na vurugu tena, na tutakubali mtu yeyote, na ule anafikiri ni mchezo ajaribu. We will not allow any violent demonstrations ever again in the Republic of Kenya. Hiyo kama tunaelewana. Na mwenye anataka kujaribu ajaribu. Nimesikia wengine wamesema wataendelea. Tuko tayari. We are ready. Kwa sababu sisi watu ya usalama hatuko kwa siasa. Sisi hatufanyi siasa. Siasa iko na wanasiasa huko. Na wale wanataka kufanya siasa hatuna shida na hao. Enda pale usa sera yako. Kama ukubaliani na serikali, sema hii mambo ya serikali mimi sipendi hii. Kama ingekuwa ni mimi ningefanya hivi. Ikifika saa 12 uende nyumbani. Lakini hii ingine ya kuvuja maduka ya watu na kufunga barabara na kuchoma bendera ya Kenya, alafu hata hawana aibu, wanaenda kuongea kwa runinga na kusema ya kwamba wenye kusababisha hii shida yote ni polisi. Mimi nauliza hivi, wale wakora walikuwa wanavunja expressway jana asubuhi, hakukuwa hata askari moja pale? Wale wakora walikuwa wanaibia watu wa Nyeru pale Dagoretti Corner saa 12, hakukuwa polisi pale? So mimi nataka niseme hivi, kwa sababu maofisa wetu waliumia wengi wa polisi jana. Na nimeona wengine wakati waliona wananchi ambao walikuwa wamechochewa wakaona wataumiza wananchi wakaretreat kidogo. Naona wengine wameanza kufanya mzaha ati ya kwamba polisi wameogopa sijui wananchi. Na sijui shida iko wapi, kwa sababu polisi wakikabiliana wahalifu wanalaumiwa mmetumia nguvu zaidi. Wakiretreat ili wasiumiza wananchi wanaambiwa ni waoga wameogopa. Nataka niseme hivi, maofisa wetu wa usalama, mukae chonjo, mukae gangare, na msicheke na wahalifu. Don't joke with criminals. Deal with criminals firmly and without mercy. Na ule mtu atakuja kusumbua maafisa wetu wakiwa kazini, tutapambana na huyo mtu. Lakini vile vile muwe na heshima
Kwa mwananchi ambaye hana hatia, mwananchi ambaye hafanyi mambo ya vurugu, msimsumbue. Lakini mwenye anarusha mawe, wengine karibu wavunje Equity Bank pale Emali, musiwe na huruma na magaidi. Kwa hivyo mimi nimesema ya kwamba serikali ya Kenya haitaruhusu nchi kusambaratika, na tutakubali vurugu, maandamano ya vita tena, na tutakabiliana na nyinyi. Na sasa hawa ambao ni magaidi wa kisiasa tumemaweka katika kundi moja na wale magaidi wengine. Kuna magaidi wa kidini, kuna magaidi wa wizi wa mifugo. All these are terrorists. What happened yesterday is nothing short of terror, because the whole country was terrified. The whole country was fearful. Women were violated. Children were violated. And then you hear shamelessly leaders blaming the police. Some of the incidents of violence, many of them, there was no police officer in sight. They were orchestrated, planned, and unleashed on the people of Kenya by criminals without even the provocation of any police officer. So mimi nitakomea hapo. Nawatakia baraka ya Mwenyezi Mungu. Sisi kazi yetu ni kulinda Kenya na tumuogopi mtu yoyote. Hii mzaha na madharau itaisha tu. Ati hakuna serikali, hakuna vile serikali inaweza fanya sijui. Na niseme hivi vile vile, hata viongozi wetu ambao wako katika mrengo wa serikali vile vile lazima tufuate sheria. Nasema hivi kwa sababu nimeona kuna sehemu zingine kama pale Narok, na sehemu zingine kuna vile vile kuna mambo ya uhalifu inaendelea hapa, na ukifuatilia incitement inatoka na baadhi ya viongozi pale. Kwa hivyo sisi walinda usalama, ukivunja sheria, uwe upinzani, uwe kwa chama ambaye ni ya serikali, tutakamatana na wewe vile vile. Sijui kama tunaelewana. Mimi nawaomba waone mfano wa viongozi wa Kajiado hapa. Wachukue mfano ya hawa viongozi wetu wa Kajiado hapa. So wale wanafikiri watatuchosha ati watarudi tena na hiyo vurugu yao. Jana hata walikuwa na bahati, walitoka mpaka wakaanza kung'oa barabara. Siku hiyo ingine hata hawatafika pale. Tutanyoroshana nao kabla hata hawajafika pale. Sio kama tunaelewana. Yes, and if you are a politician and you are organizing violent protests and destruction of property, we are going to arrest and prosecute you, and we shall not provide you with armed security, because when you are protesting, Article 37 says of the Constitution, you must be peaceful and you must be unarmed. So if you are a protester, you are not supposed to be armed. Yourself and all the people in the protest, including other people. So you cannot even have bodyguards who are armed, because the protest will be armed. So we will not be able to allow any arms, even to people who would be otherwise peacefully demonstrating. Wacha tukomee hapo, na washukuru sana. Nisalamie rais. Nisalamie rais. Nimwambia arudi hapa.
na Deputy President, niwaambie warudi hapa. Asanteni sana, Mungu wabariki. Tukitoka hapa tutatangaza wakati tutakuja, alafu Mheshimiwa Ngoyoyo ako wapi? Kwa sababu hao wananchi wamekaa na ni lunch time. Mimi najua hao watu yangu Regional Commissioner atawaongelesha. Nataka wewe uongelesha wananchi, utawaongelesha. Asante sana. Asante sana, mbarikiwe. Thank you very much. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Tukiwa tumesalia kusimama, nitaomba tafadhali kwa heshima tusalie tukiwa tumesimama. Tukiwa tumesimama. Tuwaruhusu viongozi sasa waweze kuondoka. Asanteni. Fanyi siasa. Siasa iko na wanasiasa huko. Na wale wanataka kufanya siasa hatuna shida na hao. Enda pale usa sera yako. Kama ukubaliani na serikali, sema hii mambo ya serikali mimi sipendi hii, kama ingekuwa ni mimi ningefanya hivi, ikifika saa 12 uende nyumbani. Lakini hii ingine ya kuvuja maduka ya watu na kufunga barabara na kuchoma bendera ya Kenya, alafu hata hawana aibu. Wanaenda kuongea kwa runinga na kusema ya kwamba wenye kusababisha hii shida yote ni polisi. Mimi nauliza hivi, wale wakora walikuwa
wanavunja expressway jana asubuhi. Hakukuwa hata askari moja pale. Wale wakora walikuwa wanaibia watu wa Nyeri pale Dagoretti Corner saa 12. Hakukuwa polisi pale. So mimi nataka niseme hivi, kwa sababu maafisa wetu waliumia wengi wa polisi jana. Nimeona wengine wakati waliona wananchi ambao walikuwa wamechochewa wakaona wataumiza wananchi wakaretreat kidogo. Naona wengine wameanza kufanya mzaha ati ya kwamba polisi wameogopa sijui wananchi. Na sijui shida iko wapi, kwa sababu polisi wakikabiliana wahalifu wanalaumiwa mmetumia nguvu zaidi. Wakiretreat ili wasiumize wananchi wanaambiwa ni waoga wameogopa. Nataka niseme hivi, maafisa wetu wa usalama, mukae chonjo, mukae gangari na msicheke na wahalifu. Don't joke with criminals. Deal with criminals firmly and without mercy. Na ule mtu atakuja kusumbua maafisa wetu wakiwa kazini, tutapambana na huyo mtu. Lakini vile vile muwe na heshima kwa mwananchi ambaye hana hatia, mwananchi ambaye hafanyi mambo ya vurugu, msimsumbue. Lakini mwenye anarusha mawe, wengine karibu wavunje Equity Bank pale Emali, musiwe na huruma na magaidi. Kwa hivyo mimi nimesema ya kwamba serikali ya Kenya haitaruhusu nchi kusambaratika na tutakubali. Tukiwa tumesimama, nitaomba tuweze kuongozwa kwa maombi na sala fupi. Nitamwalika Imam Mohamed na Askofu Henry Njenga waje watuongoze kwa kipindi Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ewe Mwenyezi Mungu wa baraka, mwenye neema nyingi, mwenye sifa nyingi, ewe Mungu wa mbinguni, Mungu wa viumbe vyote, tuko hapa kwa uwezo wako. Tuko hapa kwa ajili ya furaha ambayo tuko naye ya kufungua ofisi yetu. Tunakuomba Baba yetu, Mungu wetu, utuongoze katika sherehe kama hii pamoja na viongozi wetu, waziri wetu na viongozi wote ambao wako hapa. Tunaomba utulinde tukiwa hapa na utulinde tukiondoka hapa. Ewe Mwenyezi Mungu wa baraka, utumiminishie baraka katika nchi yetu. Utupatie amani na usalama katika nchi yetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba kwa moyo mmoja, kwa moyo mkunjufu. Amin. Tuendelee na kuomba. Mwenyezi Mungu na Baba wetu wa mbinguni, tunakushukuru. Tunalibariki na kulinua jina lako Mwenyezi Mungu siku ya leo. Tuna furaha kubwa sana sisi wakaaji wa Kajiado kwa sababu ya matendo makuu ambayo umetutendea. Kuwa na ofisi ya chief na kuwa na police station mpya hapa, sisi kwetu ni kipawa hiki na baraka kubwa kwetu. Tunakushukuru kwa sababu ya mgeni wetu mheshimiwa waziri wa internal security na national administration, Professor Kindiki. Bwana Mungu, ni asante kwa kumpatia safari jema, wakiwa na regional commissioner, mbunge wetu Onesimus Gogoyo na wale wengine wote wamekuja pamoja nao.
Tuombe ya kwamba Mungu ukubali kutubariki. Tungependa kuombea nchi yetu ya Kenya, ya kwamba Mungu tunaomba tuwe na upendo, amani na umoja. Tunakataa na mambo ya fugurugu na mambo ya vita, umwagikaji wa damu na vivyo ambaye hasistahili. Bwana, twakuomba kuwe na amani siku zetu zote, nchi yetu iwe kitu kimoja na tutembee pamoja kwa sababu ya maendeleo ya nchi hii na kwa sababu ya watoto wetu wote. Bariki serikali yetu, bariki rais wetu Dr. William Ruto pamoja na makamu wake na serikali yake. Baba, tunakuomba ya kwamba umpatie amani, umpatie uwezo, umpatie hekima, umpatie neema ya kuongoza nchi hii. Tuombe ya kwamba Mungu mkono wako ukaendelee kuwa juu ya nchi yetu. Tunakushukuru kwa mambo yote na tunaamini ya kwamba muda utakapokuwa hapa, Bwana utakuwa pamoja nasi. Sasa tulipoanzia pande ile nyingine na tumekuja pande hii, tukifika mwisho, Bwana tutakupa sifa na utukufu. Tubariki wote mpaka wenyeji na watu wote wa kutoka Kajiado. Tulibariki jina lako katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Mheshimiwa Waziri, mabibi na mabwana, naomba tuweze kuketi. Waziri wa usalama wa ndani na mipango ya kitaifa, Mheshimiwa Profesa Kithure Kindiki, mkuu wa kikanda wa bonde la Ufa Bwana Abdi Hassan, wajumbe wa bunge la kitaifa na bunge la seneti, maafisa wa ngao, wakuu wa vitengo vya usalama, viongozi wa kidini, wananchi, mabibi na mabwana. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Waziri, nitaomba unikubalie kwa heshima na taadhima kubwa niweze kumwalika mkuu wa kikanda wa bonde la Ufa Bwana Abdi Maalim aweze kuendelea na ratba. Karibu sana Bwana Arsi. Mgeni wetu wa heshima siku hii ya leo ambaye ni waziri wetu wa usalama Profesa Kithure Kindiki, waheshimiwa wabunge wetu walioko hapa wakiongozwa na mbunge wetu wa sehemu hii, viongozi wa kidini walioko hapa, viongozi tofauti tofauti, maofisa wa serikali waliomo humu, mabibi na mabwana. Leo tuko na furaha kubwa kwa sababu tumepata miradi miwili ambayo itatuwezesha kupata na kwa ukaribu kabisa. Kwa heshima, mimi kwa niaba ya jimbo hili la bonde la Ufa ningelitaka kutoa shukrani zangu za dhati kwako kwa kuweza kupata nafasi kuja katika sehemu hii. Tunakushukuru kwa sababu wewe kupata nafasi inakuwa ni nadra sana, lakini umeweza kuweka umuhimu ili uje utufungulie miradi hizi mbili. Vile vile tunamshukuru mheshimiwa wa sehemu hii, mbunge wa sehemu hii kwa bidii na jitihada alizoziweka ili kuhakikisha na kufanikisha miradi hii. Kwa ruhusa yako kwa dakika mbili tu niweze kusimamisha maofisa walioko hapa, nikianza na Deputy County Commissioners walioko hapa. Tafadhali simama kwa haraka haraka, na ni wengi sana, kwa sababu ya muda pengine sitapata nafasi. Ni kuweka saluti moja ya mwaka na kukaa chini. Haya. Up. Thank you. Asante sana. Haya, ACCs wote walioko. Up. Thank you. Machifu wetu mahali wako wote wasimame. Hata kama hujapiga salutu tutakuona tu. Haya, up. Asante sana. Security Committee ya hizo sehemu zote, sub-counties. Haya basi, siwapati, lakini County Security Committee kuja hapa haraka ndio muonekane. Haraka yetu ni mambo ya mbio mbio. Hapa saa hawa ni maofisa ambao wanasimamia usalama katika county. Kuna county commissioner,
kuna officer wetu wa intelligence pale, kuna county police commander na kuna county sipu commander. Asante sana. Thank you very much. Pia ningetaka kuwaita wale tunafanya kazi na wao kwa region, tafadhali kuja kwa upesi. Hapa mbele tuko na Bwana Odero ambaye ndio anasimamia polisi katika Rift Valley nzima. Tuko na Bwana Laibuta, coordinator wetu wa National Intelligence. Tuko na Bwana Richard ambaye anasimamia kikosi cha AP. Asante sana. Na Bwana Mwangi ambaye anasimamia DCI. Na mimi jina langu ni Abdi Hassan, wala si ule ingine ametajwa hapo. Ni mimi. Kwa hivyo nashukuru. Sasa mimi nataka kukuhakikishia hivi ya kwamba usalama katika jimbo hili liko sawa, na ninakushukuru sana kwa sababu umetusaidia kuweka amani katika North Rift. Tumenyoroshana na hawa majambazi wa kutumia mabavu na wizi wa ng'ombe umekoma, na bado tutaendelea kusukuma gurudumu hilo mpaka usalama kamili udhibitiwe katika sehemu hiyo. Yale mambo yalitokea jana katika jimbo letu la Rift Valley, tumewapata wale jamaa ambao wameshughulikia jambo hilo, tunawasakanya na tutawashughulikia jinsi inavyotakikana. Kwa hivyo mimi nataka nikuhakikishia ya kwamba tuko tayari na tumekaa gangari kuhakikisha ya kwamba wananchi wanaishi kwa njia ya usalama na njia ambayo kutakuwa na amani ya kutosha. Kwa hivyo mimi sitaki kuchukua muda mrefu, ningelitaka tu kuchukua nafasi hii niweze kumkaribisha mheshimiwa mbunge wa sehemu hii ili aweze kuendesha kipindi hiki. Kwa hivyo nataka tumpigie makofi aje na aweze kuendelea na shughuli hii. Asante sana. Asanti sana Bwana RC wetu wa Rift Valley, waziri wetu wa masuala ya ndani wa Jamhuri ya Kenya, Profesa Kindiki Kithure, ambaye ni rafiki na pia ni waziri wa jamhuri yetu. Situmpigie makofi, amefika siku ya leo. Unajua mara ya mwisho waziri nilikuona ulikuwa chief agent na ulikuwa umevaa manguo ya chama ya UDA. Sasa waziri leo uliingia, nikaona bendera, nikaona gari hatari, kidogo kidogo maaskari wananiambia songa, na waambia mimi ni rafiki, wananiambia tuko kazi. Lakini hata mimi waziri nimekubali huko kazi kwa sababu haingefanyika hivi kama wewe ungekuja leo. Kwa hivyo mimi kwanza nishukuru, situpigie waziri makofi mazuri kwa kufika. Na waziri kwa sababu pia ulikuja wewe mwenyewe hapa mara mbili. Tukazunguka na wewe kuanzia Rongai, Kiserian, Ngong, na hiyo wakati ulikuwa unanipigia mimi debe na wale wote walikuwa wamesimama kwa chama yetu ya UDA. Wacha leo nikishukuru hawa wananchi kwa sababu walinipatia nafasi. Si pia nishukuru waziri alikuja kutupigia debe. Na niseme mimi singesimama hapa kama sio ile kura mlinipati. Na shukrani yangu si ni kuwafanyia kazi. Na kiongozi akishachaguliwa yaliyobaki ni kufanya na mimi nimesema 2027 sikuji kuomba kura, nasema kazi iongee. Si hapo itakuwa sawa? Waziri, kwa sababu ninajua kuna mahali unakimbia, mimi nitachukua muda mfupi sana. Kwanza hapa your excellency, tumechaguliwa MCA na nataka kuomba MCA wa eneo hili akuje hapa tu kwa dakika 2, atatambulisha wenzake na pia yeye mwenyewe aweze kusema moja kama heshima ya kukaribisha waziri wetu. Karibu sana. Asante sana mbunge wetu, waziri wa masuala ya ndani Profesa Kithure Kindiki, karibu Orkeri. Na pia MPs ambao wote wamefika, women rep pamoja na senator wetu, MCAs wote ambao wamefika, ningeomba. Tuko na MCA kutoka Kianjae Meru ambaye anaitwa Ken Ibai, tumpigie makofi. Tuko pia na former deputy speaker wetu wa Kajiado County Bwana Masiai, tafadhali wawevie watu. Sina mambo mengi ya kusema.
Nikukaribisha sana Profesa Kithure Kindiki kwa kuja kugrace hafla ya kufungua hii police station ya Kiserian ambayo tunajua itatusaidia sana katika hali ya usalama katika area hii yetu. Na sitataka kusema mambo mengi. Nitasema ya kwamba sisi wananchi tukubali tufanye kazi na maafisa wetu wa polisi na pia tuweze kufanya kazi vizuri ili tuone ya kwamba tunaimarisha hali ya usalama katika area hii yetu. Sisi si watu wa maandamano, sisi si watu wa vurugu, sisi ni watu wa amani na kutenda kazi. Na tunajua ya kwamba tutaweza kufanya kazi kwa sababu Asanteni sana. Basi waziri wetu wa usalama, Mheshimiwa Waziri Profesa Kindiki, Regional Commissioner wetu, pamoja na viongozi wote wa tabaka mbalimbali wa kuhifadhi usalama na watu wote wa Kajiado North, tumeandamana na wao wakiongozwa na Mheshimiwa Ngogoyo, mbunge wa, pamoja na viongozi wale wengine wote, na wasalimu wote kwa jina la Yesu. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Yangu yatakuwa machache sana. Mimi ndio Lea Sankaire, mama county wa Kajiado. Nina furaha sana kuwa hapa asubuhi ya leo kwa hafla ya kuja kuunga mkono na kumkaribisha waziri wetu wa usalama hapa Kajiado County. Waziri, kwa niaba ya wamama wote wa Kajiado County na watu wa Kajiado County, na kukaribisha rasmi katika kaunti ya Kajiado, kaunti ya amani, kaunti ya upendo, na kaunti ambao watu wameshikana kutekeleza kazi na wajibu ambao wamepewa na serikali kufanya. Asubuhi ya leo tumekuja kwa hafla ya kufungua hii police station, na sisi tunataka kushukuru kwa sababu hii imekuwa ikitekeleza security matters hapa katika kaunti yetu. Hii police station imesaidia watu wa Kajiado North na imesaidia pia watu wa Kajiado West, wakaazi wa hapa Kiserian, na tunataka kushukuru Mheshimiwa Ngogoyo kwa kufanya hivyo leo, kuwajengea polisi wetu ili wapate mahali ya kutekeleza security issues. Kwa hivyo ninakushukuru sana. Mimi kama mama county ningependa kuongelelea mambo mawili peke yake kwa haraka sana. Ninasema hapa katika Kajiado tunataka kuenhance desk ya gender based violence. Najua kuna gender based violence kwa kina mama, kwa watoto, na tunaomba security desk ambaye inaongozwa na kina mama katika kila police station, ili wamama wanapokuja kueleza shida zao mingi sana kuhusiana na security wapate mama wa kuwaelewa. Kwa sababu mara mingi tunapoenda katika police station kureport insecurity ya kina mama, mara mingi inakuwa shida kuwaeleza. Kwa sababu wale tunawapata pale pengine ni wanaume, na ni wanaume pia wametudhulumu, inakuwa ngumu sana kuenhance hiyo security ya kina mama. Kwa hivyo mimi ninaomba security desk, sio kwa hii police station peke yake ya kina mama, gender based violence desk,
na si hapa peke yake, lakini katika kaunti mzima ya Kajiado, ili kina mama wanapofanyiwa dhuluma wakuwe pia na haki ya kwenda kujieleza na wakuwe na haki ya kuangaliwa kama wale wananchi wengine wa kawaida. Na pia niongelelee niseme ya kwamba tuko na shida ya drug and substance abuse. Hapa katika Kajiado County tuna shida mingi sana wauzaji wa pombe haramu, tuna shida ya uuzaji wa bangi, na tuna shida sana ya watoto wetu kutumia bangi, kutumia pombe haramu. Na mimi nilikuwa kwa mkutano moja ambao wewe pia waziri ndio ulikuwa unatengeneza huo mkutano, wa kusema kwamba chief hawezi kaa mahali moja na pombe haramu. Ni either pombe haramu ibaki ama chief abaki. Na mimi leo ninataka kuuliza, let us enhance that, ndio watoto wetu waache kuharibika. Maana hapa Kiserian ukitembea saa moja ama hata saa zingine asubuhi, watoto wetu wanaregarega, hawafanyi kazi, wameharibiwa na madawa na wameharibiwa na pombe. Kwa hivyo mimi ninaomba kama mama county wa Kajiado, security officers wetu watie nguvu, watie bidii kwa kuwashika perpetrators, maana wanawajua vizuri wale peddlers, lakini wanakula pamoja na wao na wanashindwa kutekeleza usalama kwa watoto wetu. Yangu ya mwisho ya Mheshimiwa CS, hapa Kajiado County tuna pia shida kubwa ya watoto wetu kutoka shuleni through early pregnancies and early unwanted pregnancies. Na mimi ninaomba leo, hiyo pia ni kutokuwa na usalama, kwa sababu kesho yetu ni watoto wetu. Tuna watoto wengi ambao wanatoka shuleni, na si hapa Kajiado North peke yake, katika kaunti mzima ya Kajiado. Ninaomba leo security apparatus wetu kama machifu wetu pia waangalie, ndio wale wanawatoa watoto shuleni waletwe into books, waadhibiwe, ili watoto wetu waweze kwenda mbele. Na mimi naongea hivyo nikijua kwamba hivi majuzi tu Kajiado County iliretiwa kama the highest pia county ambayo ina watoto wanatoka shuleni. Mimi kama mama county naomba unishike mkono, machiefs wafanye kazi. Kama vile hatutaki pombe ikae pamoja na chief kwa mtaa, hatutaki chief akae na watoto ambao wametoka shuleni, watuambie nani amewatoa, na ili watoto wetu waweze kusoma. Kwa hayo machache na mengi, karibu sana, tunakupenda, tunashikana kama viongozi wa Kajiado County, na sisi tunajitoa kuwafanyia kazi. Na pia nichukue nafasi hii kuambia asanteni sana kwa kura zenu, sitawaangusha, sijawaangusha, na tunasonga mbele kuwafanyia kazi. Mungu awabariki sana. Asanti sana Mheshimiwa Lea, na pia kwa niaba ya waziri ni kuombe msamaha. Unajua ulikuwa na function leo na imebidi usukume mbele, lakini umefanya vizuri kuja juu. Najua waziri atakuzindikisha pia na kagroup moja. Asanti sana. Kwa nafasi hii naomba nikaribishe mwenzangu. Tumekuwa na yeye MCA, ni jirani yangu, amekuwa pia mbunge, tuko majirani, Mheshimiwa George Risa Sunkuya. Karibu sana senior. Huyu bwana CS is the senior most. Hakuna mtu amechaguliwa kumuliko. Alichaguliwa mara ya kwanza 2002 na bado wako kwa kiti mpaka leo. Karibu sana mheshimiwa. Asanti sana Mheshimiwa waziri wetu mpendwa CS Professor Kithuke Kindiki, Mheshimiwa Ngogoyo, waheshimiwa wote ambayo wako hapa, na serikali yote anaona kiraoni imejaa. Tusalimiane sisi wote. Bwana asifiwe. God is good all the time. Asanti sana Mheshimiwa waziri wetu, mimi nachukua nafasi hii kukukaribisha wewe hapa Kajiado. Hapa ni nyumbani kwako. Sio siku moja, sio mara ya kwanza, sio mara ya pili umekuja hapa. Na leo hii ni siku muhimu sana kuja commission kazi hii ambayo imefanywa na rafiki yangu Mheshimiwa Onesimus Ngogoyo. Kwa hivyo mimi nasema pongezi sana. Hii police station
ndio ina serve Kajiado North na Kajiado West kama OCS. Hapa ndio kila mtu ukuja. Kwa hivyo ni usaidizi mkubwa sana. Pongezi sana kwa kazi hii mzuri. Naona pia umechunga machief Olosrutia, ambaye kuna Olosrutia Kajiado North na kuna Olosrutia Kajiado West. Hapa tu Kiserian tuna share nusu ya Kiserian ni ya Kajiado North ya Mheshimiwa Ngogoyo. Half of the town iko katika Kajiado West. Kwa hivyo tumeshare mambo mengi sana na mpaka kule katika mlima. Mheshimiwa, hapa Kajiado North ambaye tuko is the mother of Kajiado North, Kajiado West, Kajiado East, ambaye sisi sote wakati ya Professor Saitoti alikuwa ameshikilia hapa yote. Na hiyo constituency yangu kuanzia hapa, kwa sababu ni just some step, inatoka hapa Magadi mpaka Lake Natron, karibu na Manga, Torosei. Hiyo maduka yote ingine ya Suswa iko kwangu. Kule katika mpaka Mosiro, pale ambapo tumeenda pamoja na rais wa Mosiro wakati wa campaign. Kwa hivyo tunakukaribisha sana. Ya mwisho kabisa, mimi nakushukuru sana kwa sababu nimekueleza mambo ya Lang'ata Uas sub county, na najua hivi karibuni utakuja huko kuja ku commission. Tayari it is gazetted. We have a number of division, we have a number of sub location and sub location which were gazetted. Inataka tu operationalize kutoka kwako. Na malisia, nakumbuka sana tukitoka Oletoktok na rais Dr. William Ruto, nikakuuliza tumesukuma hii sabu kabisa, iko namna gani? Kwa sababu wewe ni profesa na hawa watu wanajaribu kutufinyilia ile serikali ya ambayo ilikuwa ana haja na watu. Kaniambia hii sabu imekwisha, hesabu hii imekwisha. Kwa hivyo tafadhali, wale ambao wanakaanga kando ya serikali na wanapenda mambo ya maandamano na kuharibu mali ya watu, Profesa Kindiki ni mtu wa amani katika serikali hii ya William Ruto. Mimi ninaomba, kwa sababu hii serikali ni watu ambao wanaomba Mungu na ni watu wa kanisa. Ukiharibu mali, mtaonana na Kindiki. Msitulaumu sisi. Kwenda kuharibu mali ya watu, yale ambayo ilifanyika jana, hiyo sio maandamano, ni madharau, ni wizi ya mali ya watu, na watu ambaye baadaye hata wanajifanya wabunge wengi ambaye hata walikuwa kule ndani, alafu kesho kutwa wanakuja katika maofisi kusunguka katika hizo maofisi. Muwakasie, hakuna haja ya pesa alafu unaharibu, alafu kesho unakimbilia hiyo ofisi ya Profesa Kindiki, unakimbia kwa William Ruto, unakimbia kwa education kutafuta usaidizi, ukidhulumu ile serikali ambayo yuko. Pesa iwekwe pahali ambapo iko, lakini wale ambaye yote tafadhali wafinyilie bila huruma. Finja hao wafinywe kabisa. Asante sana, sina mengi ya kusema. Huyu kijana tumekuwa na yeye katika miaka mingi sana na amefanya kazi. Kwa hivyo asante sana, na tuendelee. Na vile vile hata chama tuendelee, tujenge chama hii Kenya Kwanza ambayo iko na huruma na Wakenya. Tunajua ni wakina nani ambayo wanasponsor watu wakuje jana. We know the sponsors. We know the sponsors. And we will deal with you kwa njia yoyote ile, na tutakutoa pahali ambayo huko, hata kama kwa bibi yako. Asante sana.
Unajua Mheshimiwa Sunguya ako na uzoefu wa siasa. Unajua Sunguya mimi nilikuwa napima maneno sababu mimi naogopa hapa tuko kwa polisi, mambo isiumane. Sasa mimi naona Sunguya anataka kuweka hiyo. Lakini huyu ni kiongozi wetu. Thank you very much. Deliberately waziri nimechelewesha kijana ako hapa mwenzangu mbunge akuja azungumze, mbunge wa Kajiado South. Huyu kijana anaitwa Parashina, alichaguliwa kwa chama ya ODM. Na tumekuwa na yeye, ni rafiki yangu. Lakini yeye ni baadhi ya wabunge ambayo wamesema kiongozi akikaa kwa kiti ni kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na yeye anafanya kazi na serikali. Na nilikuwa nimepima ile siku rais alikuwa 70%. Leo ameenda 90%. Huyu mbinguni anaweza enda. Karibu sana Mheshimiwa Parashina. Aweze pia kuzungumza kwa kifupi. Huyu ndio mbunge wa Kajiado South. Karibu sana. Ya waziri wetu wa usalama Profesa Kindiki, viongozi ambao wamealikwa wote ambao wako hapa na wananchi. Bwana Yesu asifiwe. Nisalimie hivi kama unaniona. Si Kajiado kuna amani? Si tuna amani ya Mungu? Na mali tunalinda. Kwa hivyo hata tunataka kusema kwamba waziri, tunataka kuchukua nafasi hii kwanza kukaribisha kabisa. Karibu Kajiado County, na tunasema tumeshukuru. Mheshimiwa Onesmus Ngokoyo, nasema asante pia kwa mradi ambao umefanya na kazi mzuri ambao unafanya. Waziri, nachukua nafasi hii kukaribisha mara ya pili na kusema kwamba hata kwa installation ambao umetupatia, ambao umeweza kupatia Mheshimiwa Ngokoyo na kupatia hii police station yetu hapa, tunasema asante kwa hiyo umefanya. Kwa live improvement ambayo tunaona katika force katika polisi wetu ama police officers, tunaona improvement kwa police officers, na tunaona venye wanafanyia watu wetu kazi tangu uingie ukue waziri mpaka sasa. Tumeona a lot of changes and we want to say congratulations and thank you for good work you are doing for our police officers. Tumekuwa na mkutano pale ndani waziri, na tumeweza kukueleza mambo ambayo kama Kajiado County tunapitia. Moja wapo ni tumekueleza mambo ya human wildlife conflict. Hiyo ni kati ya KWS na watu wetu wafugaji. Na tukaona kwamba kabisa kwa pali pakubwa ng'ombe na wananchi, tunapoteza wananchi katika mambo ya mauaji sasa ya wanyama kwa wananchi wetu. Na umetuhakikishia kwamba utaita your colleague na mtaenda kutuangalilia kwamba hiyo mambo ya human wildlife conflict inaelekea kuisha, na hata kupoteza kwa ile ng'ombe ambazo unapoteza zinaendelea kuangaliwa na kuangaliwa kwamba inafanywa kazi. Waziri, tunasema asante pia. Tumeweza kusema mambo ya usalama. Moja ambayo sikuweza kuongelea pale ndani ni kwamba katika Kajiado South, mahali natoka, kwa sababu tuko kwa boda, mambo ya pikipiki mingi ambazo zinaibiwa Nairobi, zinaibiwa Mombasa, zinaibiwa wapi, zinapitishwa hapo kwetu, na zinapitishwa hapo na vijana wetu, na watu wa bodaboda wanapoteza pikipiki mingi sana kwa sababu ya uizi ambayo inaendelea mambo ya pikipiki. Tunaomba uweze kuangalia hiyo mambo ya uizi wa pikipiki, na uweze kuangalia. Ndio maana nilikuwa nimekuomba utuwekee mambo utuwekee police border control unit, tuweze kwamba tunaweza angalia pande hizo. Waziri, tukikuja ya mwisho kabisa, nachukua nafasi pia kukualika Kajiado South ili kwamba uweze kuja kutuangalia mambo zetu. Tunakualika kama kiongozi wa Kajiado South kwamba karibu kule, kuna mambo mazuri na utakuja kufurahia. Kuna mambo utakuja kuongea huko, kwa hivyo nasema asante sana. Tukikuja hii ya siasa moja, waziri Ngogoya ameongea ni ukweli, lakini jana tunasema kwamba tunakashifu sana yale mambo. Kajiado inajulikana kwa amani na Kajiado inajulikana kwa njia nzuri. Ile mambo ilifanyika pale kidogo Kitengela, wananchi wetu wa Kajiado tunataka kuambia kwamba hiyo si muundo wa kwenda. Tunakataa mambo ya kuharibifu wa mali, na tunakataa mambo ambayo haihusiani na tabia za Kajiado County. Kajiado County inajulikana kwa amani, inajulikana kwa mambo ya ukabila, makabila zote kuwa pamoja na viongozi kuwa kitu kimoja. Waziri, tumekukaribisha. Nataka kuuliza jeshi ya Ngogoyo iko wapi? Sijaona jeshi ya Ngogoyo pande hii. Sijasikia sauti ya Ngogoyo pande hii. Sasa niulize jamani, maana unajua zamani tulikuwa na kiongozi mzuri sana hapa Kajiado, alikuwa anaitwa Saitoti, na roho yake pumzike mahali pema, na Mungu akatuletea huyu sasa Ngogoyo.
Mnakubali kushika ngogoyo? Hii mambo ngogoyo anawafanyia mnapenda? 2027 mnamaliza saa ngapi? Mapema ndo best. Kwa hivyo nikienda kule niseme ngogoyo amesharudi. Basi hiyo jeshi nikienda nitaongea na jeshi, najua waziri ataongea na nyinyi, lakini tutakaa na jeshi kwa sababu jeshi wametufurahisha. Mungu awazima wabariki. Unajua shida mtu akitaja jina ngogoyo nalemewa kukata masaa. Sababu sasa ametaja jina. Kwa nafasi hii pia kabla nimkaribisha waziri, nataka kukaribisha senator wetu wa jimbo la Kajiado, Bwana Seki, pia akuje apeane remarks zake kwa kifupi. Asante sana, thank you. Nashukuru. Bwana Yesu asifiwe. Hamjambo wote. Waziri Mheshimiwa Profesa Kindiki Kithure, viongozi wote ambayo tumekuja na wao, Mheshimiwa women rep wetu Mheshimiwa Lea Sankaire, host wetu Mheshimiwa wetu Ngokoyo, Mheshimiwa Parashina, MCA wetu Mheshimiwa Ngadho. Nakumbuka tukija hapa na Ngadho na Mheshimiwa Ngokoyo, na tunashukuru sana. Administration yote tukiongozwa na RC, nashukuru sana kwa sababu ya nafasi hii waziri kutupatia nafasi nzuri ya kusema pamoja na watu wetu hapa. Ya kwanza ni kushukuru serikali yetu ya Kenya Kwanza kwa sababu ya kazi nzuri ambayo tunafanya. Waziri leo uko hapa, asubuhi Mheshimiwa Deputy President alikuwa mahali, President wetu wako mahali nyingine, serikali iko katika nafasi ya kufanyia watu kazi. Tunashukuru sana. Nitasema tu mawili ama matatu alafu nikupatie nafasi ya kusema na watu wako pamoja na serikali na wananchi wa Kenya nzima. Ya kwanza, wenzangu wameomba mambo mengi na tunashukuru kwa sababu ya hayo yote na tunaunga mkono. Nataka kusema ya kwamba Kajiado sasa imeungana katika sehemu hii ya wanasiasa kuingia katika kusupport serikali ya Kenya Kwanza. Unaona Mheshimiwa Parashina ndio huyu, Mheshimiwa Memusi jana alikuwa State House, Mheshimiwa Maimai ambaye alikuwa pia wa Kenya Kwanza ako na sisi na amekuwa akitusupport vilivyo. Na Mheshimiwa Governor pia ako katika nasi pia hapa. Nataka kusema hii ni njia nzuri, na kwa sababu ya kuwa na amani Kajiado, wacha kidogo tunyamaze. Kwa sababu ya kuwa na amani Kajiado, hatutaki watu ambao wanatoka nje kufuruga amani ya Kajiado. Mambo ambayo ilifanyika jana Kitengela hatutafurahia na hatujafurahia. Tunataka kushutumu watu ambao wanajaribu kulete furugu kaunti ambayo imekuwa ikiongoza Kenya nzima kwa mambo ya amani. We cannot allow that. Mheshimiwa Waziri, tutakaa na viongozi hawa wa administration, tutakaa na MP wa Kitengela, tuhakikishe ya kwamba tumelete sanity katika kaunti yetu. Mheshimiwa Ngogoyo amefanya kazi mzuri sana kutuonyesha mfano mzuri ya uongozi na leadership katika kaunti yetu. Mwenzake alienda retire ama wananchi hao walimwambia apumzike, ambaye ni mheshimiwa wetu Manje, na sasa hivi amemuunga mkono na kusupport sera zake pia na kuja kumalizia jengo hili. Hiyo ni nzuri my brother. This is a good gesture and we want to support you na kusema kwamba
hawa wananchi wanaangalia kazi yako mzuri. Naomba mambo matatu peke yake. Ya mwisho ya pili, hawa wananchi hawa ambaye wako na kiraoni na wafanyi kazi wa serikali katika kaunti hii wanaathirika katika maisha duni ya kufanya kazi. Waziri, kwa sababu ukitupatia tu kidogo kutugazetia Kajiado County kama hardship area, itasaidia hawa wananchi kufanya kazi kwa kujitoa na kwenda pamoja na hawa wananchi kufanya kazi ya serikali. Kwa heshima na unyenyekevu mkubwa sana, waziri, ninakuomba, kwa sababu hiyo inataka tu gazettement yako na hawa watu pamoja na wafanyikazi wote wa serikali katika kaunti hii, iwapo teachers, because Teacher Service Commission inangoja hiyo signature yako waziri peke yake. Mambo ya pili ambayo itaelekea kwenda kumalizia ni mambo ya empowerment. Hii Kajiado iko na 3 colleges katika administration, katika ministry yako. Moja iko pale Magadi Road, karibu na Magadi. Moja iko juzi hapa ulifungua pamoja na rais hapa vet, na ingine iko pande ile ya Masimba ambaye pia ni administration police. Mimi ninakuomba waziri, kwa sababu sisi tunategemea ng'ombe na hao watu wa hapa slaughterhouse ya Kiserian ni wafugaji na tena ni wanabiashara na kuaga na mambo ya nyama na nini, na hizi institution zetu tukiweka kamati pamoja na Mheshimiwa Sunguya na Mheshimiwa Ngogoyo, wale wafanyikazi ambao wanafanya pale watengeneze cooperative yao, wanaweza supply hiyo nyama vizuri sana katika hizi institution yetu. Na ya pili ya mwisho, hiyo institutions tupate cashews, watu wa kutengeneza maua, watu wa Ngogoyo apeleka watu pale vet, Sungu yapeleka wengine pale, alafu watengenezea watu na waoshe vyombo ya wafanyikazi wetu, na itakuwa vizuri, maana tutapata employment katika mahali pale. Na tumeongea maneno pale ndani na sitaki kurudia zaidi ya hiyo, mambo ya boundaries kidogo kidogo. Ikiwezekana utuite kama viongozi wa county yetu pamoja na wenzetu katika neighboring counties to resolve a few problems that we have in our boundaries, particularly the one that we have for Oloirian, pande ile ya Makueni na pande ile kidogo ya Maimahio, to resolve, because hakuna kitu hatuwezi kuzungumzia. Watu wetu pale Maimahio waache kusumbuliwa, watengeneze vizuri maisha yao na wakae na mali yao vizuri. Pande ile ya Oloirian, that is a Mali Masimba, tuwekae na watu wa Makueni, tutengeneze hizo boundaries, na bila shaka kwa uongozi wako na leadership yako waziri, tutaweza kutengeneza hiyo jambo na itakuwa vizuri sana tukiona Kajiado ikiwa na amani. Mungu awabariki sana, nasema asante sana. Asanti sana senator wetu. Ili nikamilishe kipindi hicho, waziri, kama mbunge wa eneo la Kajiado North, nachukua nafasi hii kukuambia asanti sana kwa kuchukua muda wako kukuja hapa Kajiado North, na pia hii ni safari yako ya kwanza kama waziri kukuja kikazi hapa Kajiado. Mimi nakuambia asanti sana, nilikuzungumzia na baada ya mwezi kama moja hatukuwa tumeongea, nikaona simu yako. Na unajua saa nyingine mtu anaweza fikiria ako na makosa ukipiga simu, sababu kazi ya waziri wa ndani mara mingi ni kupambana na uhalifu. Ukaniuliza maswali mawili, Ngogoyo, mmemaliza kujenga? Nikakwambia imeisha. Ukaniambia nikutumie picha. Ukaniambia hapana, nimeona hapo hakuna viti. Ukaniambia nikuje haraka kwa ofisi, nichukue pesa, niende ninunue viti na kila kitu. Na nikushukuru kwa sababu hizo vitu zote ziko ndani, waziri Kindiki ndiye ameweza kutuwekea. Na waziri, maybe sisi tutafanya 1%. Hiyo umetufanyia yote. I am very 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 grateful, and your gesture of calling back, because nilikueleza kitambo lakini baadaye ulinitafuta. Jambo la pili, kwa nini tuongee mambo ya police station? Mnajua historia, wale wamezaliwa Kiserian na umekuwa Kiserian, hii station ilikuanga kwa barabara na ilikaa kwa road reserve mpaka barabara ikitaka kutengenezwa wanasema haitawezekana ikiwa wapi? Pale. And I want to thank my predecessor Mheshimiwa Manje, alinunua shamba ili tuweze kufanya nini? Kupata polisi.
Na kiongozi mzuri ukipata mpango kama ni nzuri, huwezi enda kuharibu. Pia unaongezea zaidi. Na December last year ndio contractor alikuja hapa kuanzia kazi. The agreement was signed in October, wakati mimi tu nimeingia kuwa mbunge, and in December ndio amecommence hii kazi. Imemchukua miezi 6 na ndio ameweza kumaliza hilo jengo. Na kwa sababu ya hiyo kuna wale wanaitwa PMC. I want to recognize them kwa sababu ndio wamekuwa na hii project. Kwa kifupi PMC wakiongozwa na mchungaji Bishop. Yeah, this has been the chairman, ako na team yake. Thank you very very much. Hawa ndio wamefanya kusimamia hiyo kazi, ndio wanasaidiana na watu wangu wale wa CDF, so thank you very much. Endo usalimie waziri, apatikanangi kila wakati. Si ni vizuri pia asalimiane. Na unajua project ya CDF ni mwananchi ndio anasimamia. Na mtaona tukiendelea mbele tutakuwa tunafanya mpaka uchaguzi, ndio wale watu wanachaguliwa ni watu ambao community yenyewe imesema wasimamie nini project. Of course na watu wetu wa administration wanakuanga na sehemu yao. Niko pia na kamati yangu ya CDF. Hii yote haingefanyika bila wao. They do the evaluation, wanafanya kila kitu, hata saa ile mradi iko inaendelea ndio wanakagua. Naomba kamati yangu ya CDF tu wakuje wasimame hapa kwa kifupi, wakiongozwa na fund manager ambaye ni mfanyikazi wa serikali, ili niweze kuwatambua pia. Si wamefanya kazi mzuri? Mimi ukweli sio mimi hufuata kila siku kwa siku. Yangu ni kupanga, nikishapanga hawa ndio wanaenda kufanya execution. On my extreme left, huyo ndio fund manager, ni mfanyikazi wetu wa serikali, ndio anafanya na CDF. Thank you very much for the good job. Salimia waziri na usiogope. Niko na chair lady wangu ambaye anatoka sehemu ya Ololua, huyu ndio anasimamia mambo ya CDF. Anaitwa Kezia, thank you very much. Niko na mrembo hapo anaitwa Amina, Amina anawakilisha Rongai, thank you very much. Niko na Mombi, niko na kijana anaitwa Warren kuwakilisha walemavu, na niko na former chief. Hapo waziri nilikuchukulia chief wa kitambo, anaitwa Mutariana, alipo retire ndio tunasaidiana. Sungura unajua alikuwa candidate wetu na Mwenyezi Mungu amejalia, pamoja na DCC kwa sababu ni mwanakamati. Thank you very much kamati, singeenda bila kuwatambua. Pia ni vizuri watu waone ni nani amejenga, si ni kweli? Naomba contractor aweze kusimama hapa because he has done a good job. Kuja tu hapa. Mtu kama huyu aongezewe kazi ama ikatwe kidogo, kwa sababu alisema atafanya, amemaliza. Thank you very much. Anaitwa Mr. Mungai. Sikumbuki jina ya kampuni lakini ni contractor mkubwa sana. Yes, na amefanya kazi kadhaa. Thank you very much for your good job. Mimi ninashukuru. Waziri, nataka nimalizie tu na maswala machache. Kwanza, niko na shukrani pia tofauti. Wakati mimi nimechaguliwa kuwa mbunge wa Kajiado North, unajua niliongea na PS wako na we mwenyewe uka-approve barua ya kusema Kajiado North iruhusiwe kupeana birth certificates. And I even talked to you. Sasa ni miezi 5. Birth certificate zinachukuliwa Ngong, sio Kajiado. Because tangu historia birth certificates zilikuwa zinachukuliwa wapi? Kajiado. You can imagine mtu ako Bulbul ama ako Ngata Rongai anatumia zaidi ya shilingi 1400 kupeleka makaratasi. Siku ya kuenda kuchukua pia unatumia pesa kama gani? Ama unapatia broker aende akupelekee. Saa hii it is only 50 shillings kupata birth certificate pale Ngong. Na kama imepotea ukichukua mpya ni shilingi 150. And saa hii they have started the day service. Ukipeleka asubuhi, jioni unachukua nini? Birth certificate, kwa sababu ya ile program ya digitalization ambaye nyinyi mlifanya. So Waziri Kindiki, hata kama mimi ndakupea mambo mingi, si nikushukuru kwa sababu ya hiyo kazi. We have a registrar there, we have people working. Na kwa sababu unajua Waswahili wanasema mgeni njoo, mwenyeji afanye nini? Apone. Nataka tu ni kurequest hawa watu wako hapa Kiserian, which is Kajiado West, Kibiko, haina haja wao waende Kajiado. Mimi nakuomba hata hawa watu wa Kajiado West, they can use that office kabla uweke ingine. Na kwa sababu saa hii kila kitu iko kwa system, wakichukulia Ngong it is easier for them. We live in the same locality. Ukisimama hapa sema neno moja na hao watu wa Kajiado West watapo. Si hapo ni sawa? Unajua wale wa Katoliki wanajua vile hiyo inamaanisha. Jambo la pili, usiulize kwa nini tumejenga police station. Leo ukipoteza ID, si lazima ukuwe na abstract ndio uende uchukue ingine. Hata SIM card ukipoteza, lazima uje kwa station uchukue abstract. Hapa iko services nyingi, sio kushika wahalifu pekee, lakini baadhi ya hizo services pia ni kuchunga kwamba ukiuza kwa soko, kuja kwako vizuri na mtu asikuulize swa. Pia ukikuwa na dispute yoyote, usichukulie mtu kisu ukamdunga. Na ndio kwa maana station iko hapa, because a lawless society is unacceptable.
na tunataka law and order ndio iweze kutusaidia, si ni kweli? Na nataka nikuhakikishie waziri, when you come next time utakuta nimemaliza hiyo jengo phase 2 na itakuwa ikitumika na askari zako. Nimeshaweka pesa kwa budget hii. We will go on with the same team that we have to make sure that when you come you will be proud kwamba kazi imefanyika vizuri. Nikimalizia waziri, Kajiado North sublocations zilikatwa wakati marehemu Saitoti alikuwa. Na kuomba kama chief wa hapa bado ndiye anafika mpaka Karen, anafika mpaka Ongata Rongai, anafika mpaka karibu Ngong. We have one chief, sublocation ni 4. Zinahitaji kukatwa. Nimeongea na watu wako, wakati itafika kwa ofisi yako, waziri naomba unisaidie kwa sababu hata chief mmoja akipata ajira si ni baraka kwa Mwenyezi Mungu. Na hawa niko na wao pia wanakuwa stretched na population ya hapa iko juu. Ukiangalia kama hii eneo peke yake kwa assistant chief ni mmoja tu. Lakini ikikatwa itarahisisha ndio pande ile ya chini ukiteremka kule na Lepo na wale wako Losrutia na Losrutia kijiji, kila eneo ipate assistant chief wake na pia kazi itakuwa rahisi. Sijui kwa nini chiefs ndio wanapiga, nafikiri kuna wale wanatafuta promotion. Na hapo pa promotion pia sio mbaya. Nimeona Chief Kaloi na alikuwa chief wakati wa Saitoti. Sasa hawa akienda simpaka vijana waingie kazi. Na nashukuru sana pia umeweza kufika leo. I also want to sincerely kukuambia mambo ya security sitasema ni nzuri sana ama ni mbaya. Lakini waziri, hii ni town. Ngong, Kiserian, Rongai ni town. Mimi naomba officers wetu wazidi kukaza ili tukae kwa usalama. Saa nyingine unapata kesi kwamba mtu alikuwa akienda nyumbani akapigwa ngeta, furaha tungefurahia kila mtu apeleke kila ametafuta nyumbani kwa amani. Sio itakuwa sawa sawa? So waziri hapo ukikaza vizuri itakuwa ni baraka kubwa. Lakini vile waziri pia umekuja, unajua huwezi sema ulifungua tu station peke yake na ulinipatia mashini. Sasa waziri, si umeona barabara ya kuingia station vile inakaa? Na unajua wewe hata ukisema tu ninataka lami ianzie kesho, haki ya Mungu inaweza ingia. Lakini sijasema useme lami, lakini nataka ukienda kukaa kwa cabinet, kumbuka Kiserian ilipangiwa sewerage system. Na hiyo sewerage system ilikwama, inahitaji tu kitu kidogo ukikwamua ili affluence yote ya hapa isiende kuadhiri dam ambayo inatupatia maji. Si itakuwa hiyo tena imetupatia hasara kubwa sana. Lakini pia waziri ukiweka kalami siwezi chukia kapande triangle hivyo vizuri utakuwa kwanza umeniweka juu sana. Na unajua waziri hata binguni utaingia rahisi kwa sababu ya kunisaidia kufanya hiyo kazi. Pia hapa niko na kashule inaitwa Kiserian Primary na mimi nilisomea. Sijui unajua nimeona umeleta viti za polisi. Sasa si unitume na viti pia kwa hiyo shule watoto waendelee kalia. Unajua sasa wewe ni bosi yangu. Na unajua waziri ulichaguliwa senator kwa chama ya TNA, nikachaguliwa pia MCA 2013 kwa chama ya TNA. Tukaenda na wewe Jubilee, tukaenda na wewe UDA, sasa wewe umekuwa waziri, bado mimi nimebaki pale waziri. Sasa ukiniinua itakuwa kazi rahisi. Si hapo itakuwa sawa sawa? Ya mwisho kabisa waziri, mimi mgeni yote akikuja kama wewe, na unajua wewe sasa uko juu zaidi waziri wa ndani, haezi niacha bila kuniandikia watu wawili. Waziri, hiyo ofisi nzuri umefungua, si uniandikie tu mama moja akae kwa serikali awe anafagia naosha hapo na awe permanent kwa serikali. Alafu waziri ndio vijana waamini ulisema ni bottom up, si ununulie kijana moja awe kazi yake hata hii compound mpaka itengeneze, lakini awe permanent kwa serikali, hata atakuwa anaenda Rongai ukisema ama anaenda Ngong, lakini anakuja anakaa hapo. Ukiniandikia hao wawili waziri, binguni utaingia bila kupingwa. Kwa nafasi hii nataka nikaribishe, mnataka kusikia waziri Kindiki? Mnataka kumsikiza? Sinichukue nafasi hii niweze kukaribisha waziri wetu, najua ataikewa wimbo wake ili tuweze kumkaribisha na aweze kuwazungumzia kwa kifupi, akipewa zawadi ndio aongee kama. Asante. Naomba tuketi. Mjamboni na habari ya asubuhi. Bwana asifiwe. Viongozi wote ambao wamefika hapa pamoja na wananchi na maafisa wa serikali, nachukua nafasi hii kuwashukuru kwa sababu mmefika mapema, na nikuhakikishia kwamba hatutakaa hapa sana, tutamaliza ili tuwapatie nafasi kuendelea na shughuli zenu, kwa sababu nchi yetu ni nchi ambayo inahitaji sisi zote tufanye bidii, tufanye kazi, tujenge nchi yetu ili tuachie watoto wetu nchi bora zaidi na nchi ambayo itawafaa
Nichukue nafasi hii pia kumshukuru Mheshimiwa Onesmus Ngogoyo. Huyu Mheshimiwa Ngogoyo nimemjua kwa miaka mingi, kama vile amesema. Amekuwa kiongozi kijana, na katika wale viongozi tuko nao ambao ni vijana, Onesmus amekuwa mheshimiwa ama kiongozi ambaye ni kijana lakini ako na busara ya hali ya juu. Nataka nimpongeze na nipongeze watu wa Kajiado North kwa kumpatia Mheshimiwa Ngogoyo nafasi kuwa mbunge wenu, na kwa sababu wa siasa kwa muda nimeona vijana wengi viongozi wamekuja na sio wengi wameshikilia kazi vizuri. Huyu Ngogoyo nikimwangalia ni mmoja wa wale viongozi wetu vijana ambao wako na future mzuri katika siasa. Na mimi niko hapa kwa mwaliko wake, kwa sababu aliyenieleza ya kwamba alikuta shamba ambayo ilikuwa imenunuliwa na CDF chini ya mheshimiwa wa zamani ambaye alikuwa hapa, na wakati alikuta hiyo mradi hakuipinga ati aseme yeye sio alihusika kununua shamba, kwa sababu aliona ni mradi mzuri wa kusaidia watu wake. Akaweka pesa ya CDF haraka, na hata miezi hii imeisha kidogo, miezi 6 amekamilisha huu mradi. Pongezi mheshimiwa, na pongezi watu wa hapa Kiserian. Na alinieleza kuna hii mradi, na kama alivyosema akaniambia kwamba ilikuwa imebaki tu mambo ya kununua furniture, meza, viti, computers na vitu vingine ambazo zilikuwa zimehitajika hapa. Tukasaidiana, na niko hapa leo kusherekea pamoja na yeye na nyinyi police station yetu ya Kiserian, ambaye ni police station ya kisasa, ni police station safi, mahali wananchi watapata huduma. Najua police station zamani watu walikuwa wanaogopa police station, na police station niseme ni taasisi ya maana sana katika jamii. Wakati unapatwa na shida ya kiusalama, unakimbilia pale police station, unapata msaada. Wakati unahitaji kulindwa ama mali yako, unapeleka shida hiyo pale kwa police station. Kwa hivyo langu ni kuwahimiza ya kwamba wananchi wa hapa mtumie hii police station kuimarisha usalama wenu nyinyi wenyewe, na muwe na uhusiano mwema na maafisa wetu wa hapa katika hii police station yetu. Vile vile nichukue nafasi hii kuwauliza maafisa wetu wa polisi na wale maafisa wengine wa serikali ambao mko hapa, sera ya serikali hii ambayo ni serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Rais William Ruto, ni lazima maafisa wa polisi na maafisa wote wa serikali wawe na uhusiano mzuri na wananchi. Msinyanyase wananchi, msiumize wananchi, msifanye mambo ambayo yanaweza kufanya mwananchi aone kama serikali inamuumiza. You must
cultivate a good working relationship with members of the public. Chiefs wetu, maafisa wale wengine wa utawala, wale maafisa wa serikali wa idara mbalimbali, ni lazima tuwe na uhusiano mzuri na wananchi. Hawa ndio wametuweka katika zile nyadhifa za kazi ambazo tunafanya. Ndio wanalipa mishahara yetu, ndio wamechagua hao viongozi wamekaa hapa, ndio wamechagua mpaka rais wa nchi. Kwa hivyo mwananchi haheshimiwe, mwananchi asinyanyaswe. Na mimi najua maafisa wetu wengi wamefanya kazi nzuri sana, lakini kuna wachache ambao wanatuharibia sifa. Kwa hivyo nawaomba tuzingatie uadilifu kazini, tuwe watu ambao ni wapenda nchi yetu, tupende wananchi na tufanye haki. Usiumize mwananchi kwa sababu hana pesa ya kutoa hongo. Usinyanyase wajane na mayatima kwa sababu hawana nguvu. Unaweza fanya hivyo leo kwa sababu uko ofisini, lakini mambo kama haya ndio yanatuletea laana. Na unaona saa ingine umekuwa afisa wa serikali, lakini kwa sababu ya kufanya mambo ambao si haki, unaona mwisho mambo yetu hayaendi vizuri. Kwa hivyo maafisa ambao mko hapa, fanyeni kazi kwa bidii. Mjue mmepata nafasi kati ya Wakenya wengi ambao wangepata hiyo kazi uko nayo. Wewe umebarikiwa, umepata hiyo kazi. Uifanye vizuri na ufanye haki na msiumize wananchi. Vile vile nishukuru viongozi wa hapa Kajiado. Wale wote ambao wameongea hapa ni marafiki zangu, tumekuwa nao kwa siasa. Hata wale wapya na wale wazee, kina Sunkuya amekuwa kwa siasa muda mrefu. Wale wapya kama Lea, hao wote ambao wameongea hapa, kiwemo huyu mbunge wetu mpya kutoka kule Kajiado South, senator wetu, na hata governor ambaye hayuko hapa lakini tumeongea. Governor ako kule Mombasa. Sisi zote viongozi wenu tutafanya kazi na hao, kwa sababu nyinyi ndio mmechagua hao viongozi, ili tuwahudumie na tuimarishe na tujenge Kajiado yetu. Niwashukuru vile wamekuja hapa kujumuika na sisi katika kufungua kituo chetu cha polisi na vile vile afisi yetu ya chief hapa. Na mimi nataka niwahakikishia kwamba mlango wa ofisi yangu uko wazi kwenu wananchi na vile vile viongozi wenu ambao mmechagua, ili mpate huduma na mpate suluhu ya mambo ambayo yanatatiza usalama wetu hapa na maneno vile vile ya kimaendeleo. Niseme ya kwamba vile vile ya kwamba kuna mambo ambayo viongozi wamesema hapa ambayo tunapaswa kufanya, na nimeyanakili yote, nitayapeleka katika mahali yanapaswa kupelekwa, ili tuhakikishe ya kwamba barabara ambayo Mheshimiwa Ngogoyo amesema tutengeneze. Tuhakikishe ya kwamba ule mradi wa Kiserian sewerage umetengenezwa, umekamilishwa, na kwa sababu ni mradi mkubwa nitaisukuma utengenezwe. Ukikamilisha, Mheshimiwa Rais atakuja hapa kufungua yeye mwenyewe. Vile vile Mheshimiwa Ngogoyo, kwa sababu leo ni siku yako,
wale waheshimiwa wengine wasiulize maswali mingi. Siku ile tutakuwa pale kwao, vile vile watakuwa na siku yao. Ameomba tusaidie shule ambayo alisomea ili ipate madawati ya watoto, na kwa sababu wewe mheshimiwa umekuwa mtu ya kuaminika na umekuwa kiongozi wa bidii, nataka nikutafutie sasa hivi shilingi milioni 1 ili uende pale, kama vile umeharakisha mambo ya madawati hapa, utayarishe madawati ya watoto wa shule yetu ya Kiserian Primary School. Vile vile viongozi wameuliza mambo ya kuhakikisha kwamba watoto wetu wamelindwa, na mimi ningetaka kusema hivi ya kwamba tumepokea habari za watoto kudhulumiwa sana sana watoto wa kike hapa Kajiado County. Machiefs wote na manaibu wa chiefs na viongozi wale wengine wa utawala, ninaagiza ya kwamba mshirikiane na viongozi wa hapa, akiwemo kiongozi wa kina mama ama women rep na mjumbe na wale wengine, muhakikishe ya kwamba mambo ya dhuluma dhidi ya watoto wetu imekoma. Na nimeambia mheshimiwa Lea ambaye ni msimamizi wa kina mama katika kaunti ya Kajiado atengeneze program ya kupambana na masuala ya dhuluma dhidi ya watoto na kina mama, na mimi na wizara ambayo nasimamia tutatoa pesa ya kusaidiana na hiyo program ili tuhakikishe tumepigana na dhuluma dhidi ya watoto na kina mama wetu. Vile vile tuko na shida ya wanyama porini, wanyama wa pori ambao wanaumiza watu wetu hapa. Ningetaka vile tushirikiane na mbunge sana kule Kajiado South na sehemu zingine ambazo zinahusika, tufanye kikao pamoja na maafisa wa idara ya kulinda wanyama KWS, tuhakikishe tumemaliza hiyo shida ya wanyama kuua wanadamu, kukula mimea yao, kukula mifugo yao, ili Kajiado hii yetu tupate kuwa na amani kati yetu. Vile yale mambo mengine yametajwa, nimenakili yote, na leo labda sio siku ya kusuluhisha kila shida. Shida za kimipaka tutashughulikia, shida za ardhi, tuko na shida nyingi za ardhi hapa Kajiado. Na mimi nataka niseme ya kwamba lazima tushughulikie masuala ya haki za ardhi ili tusipoteze amani ya watu wetu hapa Kajiado. Kajiado ni mahali pa watu kutoka sehemu mbalimbali na wameishi kwa amani, na mimi ningetaka hiyo amani iendelee kudumu, na ili hiyo amani iendelee kudumu, lazima tuhakikishe kwamba vile shida ambazo ziko hapa za ardhi na mambo mengine tumeyashughulikia, ili kila mwananchi ambaye ako hapa apate haki yake. Bas, kwa hivyo mimi nitakuwa nikirudi hapa, Mungu akinijalia, safari nyingi, kwa sababu kuna kazi nyingi ambazo lazima tufanye hapa. Kuna ombi ambao imeombwa ya kuongeza idadi za utawala, nitashughulikia, na hivi karibuni nitarudi hapa ili tuongeze idadi
za utawala katika sehemu hii ya Kajiado ambaye ni county kubwa. Ni Kajiado ni mojawapo ya county kubwa zaidi katika nchi yetu ya Kenya kwa upana wa ardhi. Kwa sababu tuko na mpango wa kuongeza sehemu za utawala, na hivi karibuni tutawaongezea sub counties hapa Kajiado ambazo nitakuja kutangaza. Vile vile kwa sababu tuko hapa na nimesema leo ni siku ya Mheshimiwa Ngogoyo na wale wengine ambao wako hapa, kwa sababu tutakuwa na siku ingine ya kuongea mambo ya county na zile sehemu zingine. Ile ombi ambao ameomba ya hapa ya kukata mara mbili hii location nimekubali. Lazima tukate hii location kwa sababu ni kubwa. Kwa hivyo hiyo request ambayo unasema iko pale kwa ofisi yangu, nikitoka hapa naenda kutia sahihi ili tuanze process ya kugazeti na tuwe na sehemu tuwe na viongozi wengine ambao watapatikana hapa kufanya mambo ya utawala. Hii mradi ambao tunafungua leo, Mheshimiwa pia amesema tutafute watu wawili hapa. Amesema tutafute mama mmoja na one youth, na sijui kwa nini Mheshimiwa umeacha wazee nje. Hata wazee wangepata, kuna kazi ambao wazee wanaweza fanya pia, si ndio? Kwa hivyo, kwa sababu naona wananchi wameanza kuandika application, sasa Mheshimiwa nitakurudishia hiyo mzigo, uniletee kwa ofisi majina matatu ya wale ambao ungetaka tuwatafutie nafasi ya kazi kwa heshima ya shughuli ambayo tuko naye hapa siku ya leo. Kwa sababu nimefika hapa na siwezi kufika hapa halafu nitoke just like that. Ama namna gani? Kwa hivyo utafute wale labda very needy cases, tutafutie kazi, alafu utatuambia. Niseme ya kwamba vile vile katika hizi ofisi tunafungua huku nyanjani, kazi hizi ambazo ni kazi kidogo kidogo za kufyeka, kazi ya kuchunga mambo ya miti, maua, kazi ya mambo kidogo kidogo ya upishi, watu wale wenyeji wa pale wapate hizo nafasi za kazi. Hiyo ndio sera ya serikali. There are officers who must come from the national pool of public service, but the small contracts, small jobs, na hata hii kandarasi kidogo kidogo. Kwa sababu hapa Kajiado, kama vile Mheshimiwa alisema, nafikiri ni senator ndiye alisema hivyo, senator wetu Seki, tuko na training school yetu ya polisi pale Magadi ambayo iko katika Kajiado West. Tuko na ile iko pale sehemu ya Emali, Masimba, na vile vile tuko na Police Leadership Academy. Hii iko hapa Vet Farm katika Kajiado North. Hii kandarasi kidogo kidogo ya kupeleka nyama, kupeleka chakula, nini ipewe mahaslas na wale watu wanahangaika hapa. Wapeleke machungwa, wapeleke matunda, wapeleke vitu ndogo ndogo, ndio tuinue uchumi wa hapa. Bas, jambo la mwisho. Ningetaka kwanza kusema ya kwamba kwa njia ya kumalizia ya kwamba leo tuko hapa kufungua kituo cha polisi na vile vile kufungua ofisi ya chief. Hizi ni
taasisi ama idara muhimu katika usalama wa nchi, na hizi ni taasisi ya kupatiana huduma kwa wananchi wetu, na hizi ni taasisi za kuimarisha usalama wetu. Mambo ya usalama ni mambo ambayo kama taifa lazima tuanze kuyafikiria upya, kwa sababu nimeona vile tunavyoendelea kama nchi tumeanza kupuuza na kuchukulia mzaha mambo ya usalama na udhabiti wa nchi. Wakati huu tuko na changamoto kadhaa za kiusalama, na hizo changamoto ni lazima kama taifa tusishughulikie ili sisije kuharibu nchi yetu, kwa sababu tumeona nchi zingine usalama ulipodorora nchi ikasambaratika. Mpaka sasa nchi zingine zimekuwa katika hali ya kukosa amani kwa miaka zaidi ya 30, zikiwemo nchi jirani. Zingine zimekuwa na wakimbizi. Kuna watu wameishi kama wakimbizi hata katika nchi yetu kwa miaka zaidi ya 30, kwa sababu nchi zao zilipoteza amani. Tuko na changamoto ya magaidi, na tunaendelea kukabiliana na tishio la ugaidi katika nchi yetu, kwa sababu hapo awali tumeona vile wameumiza amani yetu na kuleta maafa. Hivi karibuni wameanza kushambulia maafisa wetu wa usalama, sana sana katika zile kaunti za nyanjani katika mipaka yetu kaskazini mwa nchi. Ningetaka kusema ya kwamba serikali hii itaangamiza magaidi. Tutaangamiza magaidi, na hii mwenendo ambao tumeona magaidi kutega mabomu ya ardhini ya kulipua maafisa wetu, tumepata suluhisho yake, kwa sababu wale magaidi ni watu waoga. Terrorists are the greatest cowards that I know of. Kwa sababu mtu shujaa haendi usiku kuficha vilipuzi kwa mchanga na kukimbia kujificha. Mtu shujaa anaenda vitani mchana. Si ni kweli? Kwa hivyo wale magaidi wale ambao wanaoa watu wetu, tumegundua hiyo mbinu yenu ya uoga, hiyo mbinu ya uoga, that behavior, we have a solution for it, because you work at night and you are not courageous enough to face us. Wakati wamekutana na maafisa wetu hivi majuzi, maafisa wetu walikaribiana nao vilivyo kama wiki 2 ilizopita. Waliumiza wachache, wakaua wachache, wakaua kama afisa wetu 6 wa usalama, lakini tuliua zaidi ya magaidi 56. Na mimi nataka niseme hivi, wale maafisa wetu wa usalama ambao wanafanya kazi katika nchi hii katika hali ngumu,
wakihatarisha maisha yao. Wengine wamekufa, wengine wameumizwa jinsi ya kwamba hawawezi kufanya kazi tena. Maafisa hao wazuri na wazalendo, kwa niaba ya serikali ya Kenya na kwa niaba ya wananchi, na wapongeza na nawaambia kwamba sisi kama taifa tuko na deni kwenu na familia zenu, na hata Mwenyezi Mungu tunaomba atusaidie ili hii mambo ya officers wetu kupigwa na magaidi ipungue. Na mimi ninaona hivi karibuni mambo ya ugaidi itakuwa historia katika nchi yetu. I therefore want to take this opportunity to thank the patriotic officers of our security forces who have sacrificed to make sure our country remains safe. Some have paid the ultimate price and they have died in the line of duty. I have been very moved to see very young and patriotic officers confronting terrorists and other dangerous criminals. In the process, we have lost a few. Some have been hurt, yet our officers remain determined to continue fighting the enemy. We salute all those who have fallen in the line of duty. Will stand with their families, and those who still remain, we must fight together until we overcome the enemy. Tumeanza kuwafuata kule across the border. Wiki hii tumekutana na hao tena na tumeangusha wengine karibu 100. And I want to assure you, it's just a matter of time. These terrorists, we are going to defeat them. Na wakati tunalalamika kuhusu maafisa wetu wa usalama, tukumbuke kuna wengine, na ni wengi, maafisa wetu ambao wanafanya kazi nzuri. Sijui kama tunaelewana wananchi. Wengine wameumia wakitulinda. Tuko na changamoto ya wezi wa mifugo katika kaunti nyingi za kaskazini mwa bonde la Ufa, ambao kwa miaka mingi wameua watu wetu, kuiba mali yao. Na hii serikali imeamua itakomesha wizi wa ng'ombe milele na milele. Hao wakora, tumepunguza visa vya wizi wa ng'ombe, lakini bado hatujaangamiza hiyo shida kabisa. Nataka niwahakikishie kama waziri wenu wa usalama wa nchi, tutafanya vyovyote vile kuangamiza tabia mbovu ya mauaji na wizi ambayo imeletwa na wezi wa mifugo katika taifa letu la Kenya. Shida ya tatu ambayo tuko nayo ama changamoto ya usalama ni tishio la watu ambao wanajizingisia masuala ya dini ama ya kisiasa kufanya uhalifu. Na mimi niseme hivi, kwa muda mrefu taifa la Kenya limekuwa taifa la kumcha Mwenyezi Mungu, na sisi hatutakoma kuwa taifa la kumcha Mungu. Wimbo wetu wa taifa mstari wa kwanza unasema Mungu, Mungu nguvu yetu. Si namna hiyo? Na kwa hivyo mambo yetu kama serikali na dini hakuna mjadala. Lazima tuheshimu dini, tuheshimu Mungu,
na tuendelee kuhakikisha nchi yetu ni nchi ya wacha Mungu, tukijua tuko na dini tofauti ambazo zimeruhusiwa katika katiba yetu. Lakini kuna magaidi wachache na wahalifu ambao wamejificha katika dini kuleta maafa na vifo, na hakuna tofauti ya hao wahalifu na wale magaidi wa Al-Shabaab na wale magaidi ambao ni wezi wa ng'ombe. Hakuna tofauti. Si wanafanana? Si ni sura ni moja? Si ni sura moja? Kwa hivyo wale watu wanafikiria kwa sababu nchi yetu ni nchi ya kucha Mungu ati watajificha chini ya Biblia ama Quran kuleta vifo na maafa. Siku zenu vile vile zimehesabika. Umeona vile wakora wengine pale Shakahola vile wameua watu wengi. Hivi sasa tumefukua miili zaidi ya 362 kufikia sasa, na bado kuna maiti wengi pale katika ule msitu, na wale ambao walifanya hivyo walijisingizia ya kwamba ni wahubiri wa neno la Mungu. Wahubiri wote wa dini zote wahubiri injili, lakini wale ambao wanafanya uhalifu vile vile tutapambana nao, vile tumepambana na magaidi wa Al-Shabaab na magaidi ambao ni wezi wa ng'ombe. Na changamoto ya mwisho ni changamoto ya watu ambao wanajificha kwa siasa, wakijisingizia ya kwamba wanatekeleza haki zao za kibinadamu na ya kidemokrasia, ili hali ni wahalifu, sio siasa wanafanya. Jana nchi yetu imekuwa katika hali ya hofu katika sehemu nyingi, kwa sababu kuna wenzetu wa Kenya ambao ni wahalifu na ni magaidi, lakini wamejificha katika siasa kuharibu amani, udhabiti na usalama wetu. Nataka niseme hivi: kwa muda mrefu watu wa siasa, sana sana wale ambao wamechaguliwa ama wale ambao wana wafuasi wengi, wamefikiria ya kwamba kwa sababu wanaungwa mkono na wananchi, wanaweza kufanya uhalifu na hakuna hatua itachukuliwa. Na kama wale ambao mliona yale yametereka jana katika Kenya, mtakubaliana na sisi kama serikali ya kwamba tusipodhibiti shida hii ambaye ni shida ya uhalifu ambayo umejificha kwa siasa, nchi yetu itaenda kuharibika na tunaweza kupoteza nchi yetu tukidhani ya kwamba ni mambo ya siasa yanaendelea. Mimi nauliza hivi: sisi zote tunajua tuko na shida za kiuchumi ambazo nchi yetu imepitia kwa muda mrefu. Wakati hii serikali imechukua hatamu, bei za bidhaa zilikuwa juu, mambo mengi yalikuwa juu, na mpaka hivi sasa Mheshimiwa Rais na serikali inapambana na jinsi ya kurejesha nyuma maswala ya uchumi ambayo yalikuwa yamezoroteka mpaka bidhaa muhimu zikapanda. Na hakuna mtu anakataa ya kwamba serikali iko na kazi ya kufanya kuhakikisha kwamba maisha yamekuwa bora zaidi kuliko yalivyo sasa. Lakini mimi nauliza hivi:
kuna uhusiano gani wa kupunguzwa kwa bei ya bidhaa na kwenda na kufunga barabara na kuanza kuharibu barabara ambayo imejengwa na kodi ya watu ya Kenya? Kuna uhusiano gani? What is the relationship between lowering the cost of living and damaging a highway that has been built using the taxes of the people of Kenya? There is no relationship. Vile vile, hakuna uhusiano baina ya siasa ama mambo ya uchumi ya kupunguza bidhaa na kuchukua mawe na kupiga mtu na mawe ambaye ni mama ama mzee anaenda kuuza bidhaa yake sokoni kutafutia watoto wake riziki. There is no connection. Hakuna connection ya siasa na kuchukua mawe na kupiga magari ya watu. There is no relationship. Kwa hivyo lazima tukomeshe hii tabia na itakoma. Lazima ikome, na hakuna mtu ako juu ya sheria ya Kenya. Wale wote ambao wamehusika katika kuleta vurugu, kuchochea ghasia ambayo imeleta vifo na maafa kwa wananchi, ambao wananchi wengi wameumia, maafisa wengi wa polisi wameumia, magari yamechomwa, makiwemo magari ya polisi, afisi ya msaidizi wa commissioner pale Kitengela imechomwa, vitambulisho vya raia ambao hawana hatia na wahusiani na bei ya bidhaa imeharibiwa, na watu ambao wamejisingizia ya kwamba ni siasa wanafanya. Wale wote ambao wamehusika lazima tuwashtaki na lazima wahukumiwe wote. Hiyo kazi imeanza, na leo hii tumeanza kushika wale ambao walifanya hiyo kazi. Tumeshika watu 312 akiwemo mbunge ambaye yako kitini saa hii, na tutaendelea tushike hata wale wengine ambao ni viongozi wa sasa ama viongozi wa zamani ambao walichochea ama kuchanga pesa ama kusafirisha wale wakora walisababisha ile hasara ambao tulipata jana. Na nimesikia watu wameongea kwa mitandao mambo mingi, na wanafikiri kwa sababu hii nchi, hii mambo imeendelea, tumeyaona tena, hakuna kitu serikali itafanya. Nimesikia wengine wakisema fulani na fulani hakuna kitu serikali inaweza kumfanyia. Nataka niseme hivi, katiba ya Kenya ni moja, sheria ya Kenya ni moja. Hakuna sheria ya wanyonge na sheria ya wakubwa. Hakuna sheria ya mwananchi na sheria ya mawaziri. Sheria ni wale wote ambao wamechangia katika uharibifu wa mali, uchochezi na kusafirisha wahuni na magaidi, kuumiza Wakenya, kuiba mali ya watu, kuvunja maduka, kuchoma magari, maofisa wa serikali, mpaka wananchi wanachochewa, wanachoma bendera ya Kenya. Hatuwezi kukubali nchi yetu isambaratike tukiangalia kwa macho, na ijalishi ni mwanasiasa gani ambaye anahusika. Niliongea siku ya Jumatatu nikiwa pande za Meru, na nilisema kwa sababu wale watu wanasema wanataka kwenda kule Kamukunji
kwa miaka mingi, kwa siku nyingi, ile mikutano wameitisha wakisema ni maandamano ya amani, haijakuwa na amani. Tukasema hakutakuwa na mkutano, wakadhani mchezo. Pale jana, kabla ya hata hiyo ilikuwa inaitwa mkutano ya amani, sijui maandamano ya amani kuanza, saa 11 maduka yalikuwa yanavunjwa na kuibiwa, wananchi walikuwa wanadungwa kisu na waandamanaji. Na ndiposa tumesema kutoka sasa katika nchi ya Kenya hakutakuwa na maandamano na vurugu tena, na hatutakubali mtu yeyote, na ule anafikiri ni mchezo ajaribu. We will not allow any violent demonstrations ever again in the Republic of Kenya. Hiyo kama tunaelewana. Na mwenye anataka kujaribu ajaribu. Nimesikia wengine wamesema wataendelea. Tuko tayari. We are ready. Kwa sababu sisi watu ya usalama hatuko kwa siasa. Sisi hatufanyi siasa. Siasa iko na wanasiasa huko. Na wale wanataka kufanya siasa hatuna shida na hao. Enda pale usa sera yako. Kama ukubaliani na serikali, sema hii mambo ya serikali mimi sipendi hii. Kama ingekuwa ni mimi ningefanya hivi. Ikifika saa 12 uende nyumbani. Lakini hii ingine ya kuvuja maduka ya watu na kufunga barabara na kuchoma bendera ya Kenya, alafu hata hawana aibu, wanaenda kuongea kwa runinga na kusema ya kwamba wenye kusababisha hii shida yote ni polisi. Mimi nauliza hivi, wale wakora walikuwa wanavunja expressway jana asubuhi, hakukuwa hata askari moja pale? Wale wakora walikuwa wanaibia watu wa Nyeri pale Dagoretti Koda saa 12, hakukuwa polisi pale? So mimi nataka niseme hivi, kwa sababu maafisa wetu waliumia wengi wa polisi jana. Na nimeona wengine wakati waliona wananchi ambao walikuwa wamechochewa wakaona wataumiza wananchi wakaretreat kidogo. Naona wengine wameanza kufanya mzaha ati ya kwamba polisi wameogopa sijui wananchi. Na sijui shida iko wapi, kwa sababu polisi wakikabiliana wahalifu wanalaumiwa mmetumia nguvu zaidi. Wakiretreat ili wasiumiza wananchi wanaambiwa ni waoga wameogopa. Nataka niseme hivi, maafisa wetu wa usalama, mukae chonjo, mukae gangare na msicheke na wahalifu. Don't joke with criminals. Deal with criminals firmly and without mercy. Na ule mtu atakuja kusumbua maafisa wetu wakiwa kazini, tutapambana na huyo mtu. Lakini vile vile muwe na heshima kwa mwananchi ambaye hana hatia, mwananchi ambaye hafanyi mambo ya vurugu, msimsumbue. Lakini mwenye anarusha mawe, wengine karibu wavunje Equity Bank pale Emali, musiwe na huruma na magaidi. Kwa hivyo mimi nimesema ya kwamba serikali ya Kenya haitaruhusu nchi kusambaratika, na tutakubali vurugu, maandamano ya vita tena. Na tutakabiliana na nyinyi. Na sasa hawa ambao ni magaidi wa kisiasa tumemaweka katika kundi moja na wale magaidi wengine. Kuna magaidi wa kidini, kuna magaidi wa wizi wa mifugo. All these are terrorists. What happened yesterday is nothing short of terror. Because the whole country was terrified. The whole country was fearful
women were violated, children were violated, and then you hear shamelessly leaders blaming the police. Some of the incidents of violence, many of them, there was no police officer in sight. They were orchestrated, planned, and unleashed on the people of Kenya by criminals without even the provocation of any police officer. So mimi nitakomea hapo. Nawatakia baraka ya Mwenyezi Mungu. Sisi kazi yetu ni kulinda Kenya na tumuogopi mtu yoyote. Hii mzaha na madharau itaisha tu. Ati hakuna serikali, hakuna vile serikali inaweza fanya sijui. Na niseme hivi vile vile. Hata viongozi wetu ambao wako katika mrengo wa serikali vile vile lazima tufuate sheria. Nasema hivi kwa sababu nimeona kuna sehemu zingine kama pale Narok na sehemu zingine kuna vile vile kuna mambo ya uhalifu inaendelea hapa, na ukifuatilia incitement inatoka na baadhi ya viongozi pale. Kwa hivyo sisi walinda usalama, ukivunja sheria, uwe upinzani, uwe kwa chama ambaye ni ya serikali, tutakamatana na wewe vile vile. Sijui kama tunaelewana. Mimi nawaomba waone mfano wa viongozi wa Kajiado hapa. Wachukue mfano ya hawa viongozi wetu wa Kajiado hapa. So wale wanafikiri watatuchosha ati watarudi tena na hiyo vurugu yao. Jana hata walikuwa na bahati, walitoka mpaka wakaanza kungoa barabara. Siku hiyo ingine hata hawatafika pale. Tutanyoroshana nao kabla hata hawajafika pale. Sio kama tunaelewana. Yes, and if you are a politician and you are organizing violent protests and destruction of property, we are going to arrest and prosecute you, and we shall not provide you with armed security, because when you are protesting, Article 37 says of the Constitution, you must be peaceful and you must be unarmed. So if you are a protester, you are not supposed to be armed. Yourself and all the people in the protest, including other people. So you cannot even have bodyguards who are armed, because the protest will be armed. So will not be able to allow any arms, even to people who would be otherwise peacefully demonstrating. Wacha tukomee hapo, na washukuru sana. Nisalamie rais. Nisalamie rais. Nimwambia arudi hapa. Na deputy president niwaambia warudi hapa. Asanteni sana, Mungu wabariki. Tukitoka hapa tutatangaza wakati tutakuja, alafu Mheshimiwa Ngoyoyo ako wapi? Kwa sababu hao wananchi wamekaa na ni lunch time. Mimi najua watu yangu regional commissioner atawaongelesha. Nataka wewe uongelesha wananchi, utawaongelesha. Asante sana. Asante sana, mbarikiwe. Thank you very much. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Tukiwa tumesalia kusimama, nitaomba tafadhali kwa heshima tusalie tukiwa tumesimama. Tukiwa tumesimama.
Nitaruhusu viongozi sasa waweze kuondoka. Asanteni.